Mtakatifu ziko pamoja nasi. Roho wa Mungu wa mbinguni yuko pamoja nasi. Kwa nasema ya kwamba watu wengi walikuwa na mahitaji mbalimbali, lakini kuna mama ambaye alikuwa amepona damu miaka 12, but he realized the time. Alielewa wakati. Mtume asubuhi akatuambia be sensitive, kuwa makini, maana hujui Mungu anapita njia gani, haujui Mungu anapita upande gani. Mungu anaweza pita katika sifa zake, anaweza pita katika neno lake, anaweza pita katika maombi, anaweza pita kwenye neno lake. Kwa hivyo be sensitive, be sensitive because of God, because of God. Inua mikono yako juu. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu. Karibu imba kutoka ndani ya moyo wako. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu moyo wangu upone. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu moyo wangu upone. Karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu karibu Yesu, karibu moyo wangu upone. Karibu, karibu, karibu Bwana, karibu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu, karibu Yesu, karibu moyo wangu upone. Karibu, karibu Yesu, karibu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu moyo wangu upone. Tunakushukuru Baba, ninakuabudu asubuhi hii. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka, mwenye ushindi. Asante kwa upendo wako ajabu ambao umetufikisha siku hii ya leo. Tumeona upendo wako tangu Jumapili iliyopita na hata umeturegesha kwenye nyumba hii kwa ajili ya utukufu wako. Tutumie tu kama chombo tukaweza kufikia na kuwafikia wengi ambao wanatarajia na wanatarajia kusikia neno lako. Watusamehe dhambi zetu, tutakase kwa damu ya Yesu Kristo. Wote ambao tumetenda dhambi kwa makusudio na zile tumbazo tulizitenda bila makusudio, ninakuomba utakaze tena. Tuoshe kwa damu yako, tusafishe na tuwekeze katika maandishi yako na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Somebody say amen. Salimia mtu mmoja, wawili, watatu, waambie karibu sana kwenye nyumba ya Mungu. Asante kwa kuabudu. Hiyo ndio nguzo muhimu katika nyumba ya Mungu, kuabudu. Just to offer this your offering of sacrifice, to thank God, to worship this God. It is the most important thing that you need to do. Without prayers, without sacrificing,
Mnaweza kuketi tu. Just be seated. Be seated. May God bless you this time. We also want to welcome our online media, our online church. You are welcome. May God bless you wherever you are. And I just want to take one hour with you to teach you the word of God as it has been directed to me. And for those who are inside here, and you have not invited, you have not liked the page, Bethel Clouds TV, you can do so very quickly as you share it, so we can move on to the next level. Since morning, it has been glorious. Since 6, tumeona Mungu, mafundisho mazuri, mpaka hapa tumefika. It is wonderful. Asante sana kwa wageni, wale ambao wawili watatu ambao tumejuliana through media, radio, TV. Karibuni sana. Sisi tunajiita synagogue ama Crusaders for Christ, na nguzo yetu muhimu sana ni kufundishwa neno la Mungu. That is the main pillar that we have, to learn the word of God, to understand the word of God. Hiyo ndio imetufanya tumesimama, ndio imefanya tuko hapa, na we teach the word of God. And when you are teaching the word of God, sometimes this word of God is not so pleasant to many people because it cuts very painfully. Very painfully, inakukata vizuri. Na ndio mzuri, kama neno halikukati basi si neno. If the word of God is not touching you, halikuguzi vizuri, halikurekebishi, basi lile si neno. Hizo ni sarakasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningetaka tu mnivumilie, nikufundishe tu. Maana sitaki sarakasi. Mimi mwenyewe nimefanyiwa sarakasi Kenya hii. Sidhani kuna kanisa sijapelekwa nikafanyiwa sarakasi. Paka Wakorino kama hawa. Na ndio naonaga natakaga Wakorino wakae hapa mbele. Ndio tu wasaidie pia tawao wakuwe watu wa muhimu sana. Kwa sababu kuna Mkorino mmoja alinishika pale Dadora, pale panaitwa Dunia. Tulikuwa tunapenda sana kwenda kuangalia. Sasa kuna mama alikuwa na kitambaa ya red. Niliona aliinua kamguu kamoja tu hivi. Nikaona meza. Sasa mimi sikafikiria ni roho ameshuka. Kumbe ni mimi nakujua. Alinishika akaniburuta mpaka pale katikati. Nikaambiwa nipige magoti. Nikakataa, nikapigwa magumi, nikakalishwa chini. Nikaambiwa utakuja kufanyika nabii. Yes, alinipiga lakini utembili ilifika. Ndio unaonaka kuna utofauti ya nini? Jinsi neno linakuja kwako. Maana lilikuwa neno la ukweli lakini nilipitia nini? Kwa gumi za kichwa. Nikakalishwa chini. Bwana asifiwe sana. Nikaingia hapa kwa James Maina Ng'ang'a. James Maina Ng'ang'a wakati niliokoka, tu alikuwa pale Babesh building. Aliita wachungaji karibu Nairobi mzima, maana siku hiyo nilikuwa kigogo. Nilikuwa mtu ambaye anaogopewa. So hakutaka ku make mistake. Ajulikana ni yeye tu aliniombea. Alafu kiumane. Aliita watu wengine wote ndio Kisimurambe. Akaita Gitoga, akaita Moiro, akaita Bob Kabugi, akaita wengi wakakuja marafiki zake. Lakini shida si hao waliitwa. Shida ni the how I was received. Wafula alikuwa, mwingine alikuwa anaitwa Chai, walikuwa. How I was received was the problem. Because wakati niliambiwa sema Bwana Yesu, nikasema Bwana Yesu, nimeokoka, nimetubu, niandike kutoka, nifute kitabu cha mauti niandike kitabu cha uzima. Na nikaandikwa. Lakini baada ya kuandikwa, sasa wakaanza kuniombea. Ile vita ilikuwa hapo. Kila mchungaji anataka kuniwekelea mkono, na si kuniwekelea tu mkono, ni kupiga tubako, roho ya tubako itoke, roho ya mogeki. Sasa unaona anawekelea mkono, na mkono ya Wafula ni ile Waluya ile kubwa kubwa. Sasa hiyo Ng'ang'a naye yako hapo. Unajua Ng'ang'a alikuwa mwizi zamani. Mikono yake imekaa ni kama ilikuwa imeshika bao, ni ngumu. Gitoka naye pale alikuwa, Mwiro naye alikuwa kule. Unaona sasa, na Mwiro kuna siku moja tulipigaga yeye pale Thika. Alikuwa anataka kuweka crusade Thika Stadium, na sisi tulikuwa tumechukua kiwanja. Wakasema sisi ni mapepo, tutoke.
Sasa na sisi tukamrarua, mapepo ikararua, kumbe mapepo inakuwa na nguvu. Tulirarua hao wakatoka kwa kiwanja. Sasa wacha tukutane wakati wa uokofu. Na yeye alitoa nini? Hasira zake hapo na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. So uokofu inakuwa nini? So failure to understand all this lead to Jesus Christ. Wengine wetu tumebackslide. Wengine wetu tumerudi nyuma, tumekosa kusimama na misimamo ambayo Mungu angetaka atusaidie. Ndio unaona uko hapa hakuna mtu, ni wachache sana. Maybe 2 or 3 wameokokea hapa kwa mikono yako. Wengine nyinyi wote ni migrant. Ni from one church to another church seeking miracles. Bwana Yesu asifiwe sana. And hiyo ndio imekuwa tatizo, mami. Usho niko theno ya twenaguo. Instead ya kutafuta Mungu tunatafuta nini? Miujiza. Na miujiza ni kitu kidogo sana, ni kuguni. Ne dhuya, muujiza ni dhuya. Haufai kuombewa na pastor ndio upone. Haufai hata kidogo. Ati apostle, ati no rahothiro nega ikahida kaka. No. Everybody can pray for you and you are healed. In the name, you just need to say, in the name of Jesus you are healed. That is enough. See anointing ile niko nayo, in the name of, and you are healed. It is not about the anointing. But the power of the word makes you to understand the power of the name of Jesus Christ. Because you cannot understand the power if you don't understand the word. You must have the word of God. Because the Bible says, kabla kuumbwa kwa dunia, ilikuwa nini? Neno lilikuwa. Kabla kuumbwa. Kwa hivyo neno ndilo liliumba nini? Dunia. Maana Mungu alitumia neno. Kuwe mvua na ikakua. Kuwe usiku ikakua. Kuwe mchana ikakua. Kuwe nini ikakua. Kwa hivyo alitumia msingi wa neno. Na tumetengenezwa kwa msingi wa nani? Wacha na tumuumbe mtu aliye kama sisi. Kwa mfano na kwa mfano wa Mungu, mke na mume wakatengenezwa. It was word, ni neno. Ukiweka msingi wako wa mafundisho, wa injili, wa dini, kila kitu tuweke katika msingi wa neno, then we have a future of succeeding. We have a future of knowing. Maana kila kitu ambacho unakiona dunia hii kinaumbangwa na neno. Hakiubangwi na nini? Na miracle. We don't use miracle to create. Tunaumbaga na nini? Na neno. Kama ni kazi, ulisema nataka kuweka kazi. Kama ni ndoa, ulisema nataka kuoa. Kama ni huduma kama hii, tulisema, tulitoa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kuombewa na Harrison nifugue kanisa. Si kufanywa muujiza. Lakini alitabiri. Neno lilitabiriwa. Utafanyika mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati walisema ni miaka 15 iliyopita. Long time ago. Angalia sasa 15 years down the line. Sasa ndio nimeanza kuhubiri. Mpaka watu wengine wanauliza kayajirie kuhuje. Kayashajirie. Bwana asifiwe. Yaani miaka hiyo 15 nimeokoka. Watu bado hawajui kama niliokoka. Sasa hii ndio wanasikia wakinisikia kwa radio wanasema, "Haya, oreko. Ore wa mugeke. Kajirie kuhujia. Ahujagiako. Kanitha yake eko." You see, it is after the word that was said to you is confirmed. That is when the word of God starts. That is when the process of God starts. I was born again, but nikawekwa kwa miaka 15 zaidi. Nikilelewa, nikitwangwa na dunia vizuri, nimegongwa vizuri, nimetumika vizuri, nimetumika kwa kila aina. Hakuna crusade ya nganga sikuenda. James Maina tulienda Busia, tukaenda Mombasa, wakienda ananisimamisha pale kwa nini? Kwa jukwaa. Mnajua yule mtu alikuwa kiongozi wa Mogeke? Koka. Wakati huo niliokoka, dunia mzima ilijua. Lakini sasa unasikia mtu kayahonokire. Sasa unashindwa mwathire ku. Kakigoke shokire mukiriganiro niki. Nidahonoka. Mami. Tonu waiguire nidahonokire hiko yori. Wariganirwo ri. Because that is the nature of man. Once they will celebrate you now, God will withdraw you from them. Hallelujah. Until you are withdrawn from God, from men. Utolewe kutoka katikati ya watu. Na Mungu akutoe. Ndio akupeleke kule porini.
akufundishe na mambuzi na makodoo. Maana Daudi alipomwagiliwa mafuta hakuanza kazi immediately. Alimwagiliwa mafuta na akaambiwa nenda ukachunge kondoo. Aliendelea kuchunga kondoo mpaka atengenezwe, aive. Aliendelea kukaa na buzi, aliendelea kunyonya buzi huko porini mpaka wakati aliiva. Ndio wakati aliiva naye Saulu akaanza kupata shida. The calling that God has given you, it has a solution. Kile kitu kitafanya calling yako ianze kufanya kazi ni ile solution, ni ile tatizo itakuwa imetengenezeka. Kwa hivyo utahitajika siku hiyo. Kwa hivyo kulingana na calling yako ndio inafanya prolonged time yako ya kushughulikiwa. Ni miaka gapi? Ni miaka 10 utashughulikiwa, maana calling yako ni kubwa. Mtu anaitwa Musa, wakati aliitwa alichukua miaka 15, miaka 17 ndio atengenezeke, audwe. Wakati aliundika ndio calling yake ilianza. So when you are called with a reason. Haujaitwa bila sababu, uliitwa kwa sababu. Na ukiitwa kwa hiyo sababu ndio itadetermine ile miaka unatengenezwa. Na kutengenezwa sio kupakwa rangi wa jamani. Kutengeneza sio kupakwa rangi. Mimi nikitoka Mugike nilikuwa na maijare mingi. Nilikuwa kitu kibaya. Nilikuwa rough man. Mtu mwenye alikuwa amepigwa marisasi. Mtu mwenye alikuwa korofi. Mtu mbaya. A dangerous person. Bwana Yesu asifiwe sana. So the nature of me, lazima ningetengenezwa niudwe pole pole. Nikishaundwa kisha niambiwe sasa the world is ready for you. Until the world is ready for you, you can never, hata urukaruke namna gani, hata ukajike na ukuje ukue bishop, uruke utoke reverend, upade ukue bishop, ukue archbishop, na bado the world is not ready for you, does not qualify you to become a bishop. You will not become a bishop. You will become a bishop in the eyes and in the mouth of the people. Lakini kule biguni, wewe bado ni kama mtoto kakulika kuchuka kodoo kule. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why nawafundisha, nataka niwafundishe. Maana niko na experience mzuri sana ya kule kwa shetani na huko. Watu wanauliza kamodo aliaho yako ma. Yes, kwani nilikuwa naabudu nani? Nikiwa Mugike daho yako. Si nilikuwa naabudu shetani. Nani hapa hajawahi kuabudu shetani? Inua mkono. Who has never been a devil worshipper? If you have never been a devil worshipper, inua mkono wako juu. Kumbe sisi wote ni venye story yangu iliandikwa kwa gazeti. Kumbe nyinyi ndio wabaya zaidi. Bwana asifiwe. Maana wakati uliokoka kutoka kwa shetani, ukaingia kwa nani? Kwa hivyo sisi zote at one point tuliabudu nani? Shetani. Lakini wakati tuliokoka tulikombolewa. Na kwa tukombolewa tulianza kufundishwa na tukakalizwa kwenye neno la Mungu. Na hilo neno ndilo sasa linaniweka. Na neno la Mungu limeniweka nini? Na ndio yule mwimbaji alisema nina siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana neno la Mungu ni siri. It got the power that you need. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sit down. Ukikuja tu hapa, miracles ziko. Na I might not even, usingoje nikuombe baba ninakemea ninaimu. Hiyo ni ya mtu wa kuchunga kuku na vifaranga huko. Bwana asifiwe. Maana niko na neno. Mahali umesoma Biblia, David, mahali Mungu alitoa sauti akisema kuwe giza. Umesoma nini? Bible umesikia mahali Mungu alisema wanyama wakue? Hapana. He never even shouted. Alisema kuwe ng'ombe na ikakuwa. Akasema kuwe miti na ikakuwa. Akasema kuwe giza na ikakuwa. Akasema kuwe mchana na ikakuwa. Hivyo tu. That is the power that God has given me. He has donated his power to me. Just to say it. Na umepona. And that is it. Sihitaji kukushida baba ninakuomba. Hapana. Hiyo ni ujiga ya Ukristo. Ni watoto wa Kikristo ambao hawajakomaa. Umeelewa? Ni mtu mwenye hajakomaa. Once you know how to use the word of God, to use the power donated to you by God, you don't shout. Unasema mtu amepona na amepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani mgonjwa hapa?
Nikuonyeshe tu nani anasikia ni mgonjwa. Unasikia unaumwa kabisa. Unaumwa wapi? Kuja. Simama tu hapo. Simama. Mguu gani? Simama tu hapo, usikuje. Rugama tu roho. Ni hawe murwaru. Kogoro. Nikigwekire. Kogoa takoigerera. Nigutura guratura. Nigutura guratura. Tegerera guoko gwaku hau. Ugathe-ini wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Ugathe-ini wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Nidahona. Yes, umepona. Hebu fanya kitu yenye ungefanya. Kuja. Tembea. Dietu emohono leo. Etekia emohono. Etekia diginya hale. Diginya hale. Tembea tu. Rudi kwa kiti yako. Hebu mpatie kipasa sauti. Atuambie. Ni uratu leo. Timono. Ate timono. Teko leo tagieka. Ni ati atogekire. Chua takwa gonyokire. Tia kugonyoka. Ndiari uhoro wa ruo. Ngeigua muno. Nwathira. Ruo no rwathira. Nwaigerera moko. Ndinaigerero. Niki kawe wake honio niki wako ndinaigerera moko. Okuhutia kugora kuga Yesu. No akuhutia. Ni Yesu. Alafu. Sasa you need that. You just need that. You don't need extra power. Hauhitaji tushinde hapa tukipiga makelele kwa bure. Na munisamee tu kwa sababu nitawafundisha hiyo. Na munielewe tu nitawafundisha hiyo. Na nitawatumia kama examples. Na kama hutaki kutumiwa kama example, ole wangu. Then you are not my child. You are not my son or my daughter. Kwa sababu that is why ninafurahia nikiona uko sawa. Ninafurahia ukiona wewe uko nini umepona, ama kama sasa huyo nitasimamisha, nitasema angalia yule mama alikuwa mgonjwa amepona. Sasa nikisema hivyo nitakuwa nimekosea, because the power of God has been witnessed. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ati nakuja kujitoa makasiriko, hapana. Natoa makasiriko ya shetani atoke, maana amepona. Na alikuja hapa akiwa na nini? Yule alikuwa mpaka anashindwa kuamka. Mpaka hapa kwenda hapa. Bado hajaamini, ame nini? Mahasabu sijamuwekelea mkono. Kama ningemwekelea mkono hata angetoka pale akisema nimepona. Kwa sababu anajua lazima mkono iwekelewe. Lazima nipige duru. Ndio apone. Umenielewa? So hiyo ndio nataka tu change. Ukubali tu kae chini. Nikupatie nguvu ya kujua neno. Neno ndilo linakuweka huru. Neno ndilo linakufungua. Neno ndilo linakuwezesha kwenda hapo kwingine. Neno ndilo linakupatia mamlaka. Neno ndilo linakupatia nguvu ya kutawala, ya kuongoza through the word. Just the word. That is how powerful you are. Mwambie mwenzako you are very powerful. Mwambie tu, mwangalie tu kwa macho. Wacheni kuwa kama Wakristo. Unajua Wakristo wanaogeaga, unamwambia abia mwenzako wako padri, anakuambia you are very powerful. Aitaka Wakristo. Tufungue kitabu. Leo tunataka kuelewa siri ya kujibiwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya nani? Ya kujibiwa maombi. Na tutasoma kitabu cha John 15. Kwanza kabisa wacha tusome kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3. Tusome kwanza Yeremia mstari wa 33 mstari wa 3, kisha tutaenda John 15 verse 7. Hasa nasema call me, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Just call to me. Did the Bible say shout to me? Umeona sakarakasi hapo? The Bible says call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. So calling upon the name of God and calling God at a particular time, at the right season, for the right moment, for the right thing and reasoning, then there is something that God will reveal to you. Kuna kedo, kuna kitu Mungu atakuonyesha kilichojificha. Tafadhali tutatumia Kiswahili. Kilicho nani? Kilichojificha.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema niite nami nitakupatia ufunuo ya kitu ambacho haujajua. Kumbe kuita Mungu utajua ni nini kinasumbua familia yako. Kumbe kuita Mungu utajua ni nini hiyo mwili yako imekusumbua for all this long time. Kumbe kuita Mungu utajua there is a connection of power of God that you need to be connected to. Kumbe kuita Mungu there is success. Kumbe kuita Mungu kuna kitu kinakupeleka the next level of your life. You need only to call God. Just shout, call this name of God, Jesus, the Son of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama alikuwa na damu miezi 12. Alipoenda Yesu hakumwambia kitu chochote, ila alimwambia nini? Imani yako imekuponya. Sikusikia orokabadra, limakataria, limoshekende, liabarianoria. Hakuna. Imani yake. All what you need is to carry. Nayo imani haiji bila kwa nini? Imani haiji ila kulisikia neno. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot have faith if you have not heard the word of God. You cannot have, hauwezi kuwa na imani ila kwewe kulisikiliza neno. Nalo neno linakutia nguvu ya kuweza kujua power. It is in the name. It is the neno. It is in the neno. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's the most critical thing of life. Tusipoelewa neno hatuna nguvu. Tusipoelewa neno hatuna mwelekeo. Tusipoelewa neno hatuna mamlaka ya kutusaidia chochote. Wakati walikuwa Yesu alikuwa amelala, nao watumishi wakamwambia ya kwamba mbona umelala na boti inayumba yumba, kwani ulitaka tukufe? Alipotoka tu ni neno tu akatuliza maji. Ndio akakurusi. Musa naye alipokuwa wamehangaika, wameanza kulia, maana wa Misri wa Egypt wamekuja, maadui wanakuja, wanataka kuwamaliza, wanataka kuangamiza. Musa alipoanza kulia, Mungu alimuuliza tu kitu kimoja, what do you have? Ni nini huko nao umeshika kwa mkono? Kumbe hii fimbo ni ile tu iliyobadilika ikakuwa nyoka, ikameza nyoka zingine, maana ilikuwa na neno la Mungu ndani yake. Na hilo neno ambalo lilibebwa kwa fimbo, akatembea na fimbo iliyokuwa na neno. Alipoangusha hivi ikabadilika ikakuwa nyoka. Alipogonga maji yakapasuka na barabara ikafanyika, maana ilikuwa na power, nguzo ya neno. That is all what you need. Juzi hapa nilikuwa nikataka kuwafundisha practical, because I have been teaching this both theory na practical. Nikawaambia tuko na uwezo wa kusimamisha mvua isiue watu wengine. Watu wa Mai Mahiu wamekufa, mabarabara zimebomolewa, kule Kangundo barabara zikaenda, kule Mukuru nyumba zikabomolewa, mpaka zimesababisha serikali imekuja kubomoa kuendeleza. Unajua ni process ya shetani ilikuwa imeanzishwa ya kubomoa majumba. Wakati sisi tuliweka process ya Mungu kusimamisha ubomoaji, serikali ikakuja ikaendelea na kazi ya kubomoa. Ndio naona wanaendelea kubomoa, maana waliendeleza kazi ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona mama mzee, unakuta mama ameishi hapo, ako na miaka 50 hapo, miaka 60 hapo, lakini serikali imeonelea ni vizuri kuje imuodoe hapo, na imemuodoa, imemwacha jagwani. Jamani, hiyo ni serikali mzuri kweli? Hapo kuna Mungu kweli? Huyo mtu, yes, hata kama alikuwa na makosa, amejenga karibu na maji, amejenga karibu na mto, mbona ukuje umubomolee na umuache tu? Aende wapi? Halo, hiyo sio kitu mzuri. Hiyo kitu itafanya huyu mzee ambaye yako kwa kiti asiendelee hiyo tamu nyingine. Na mimi naona hivyo ni kama hataendelea hiyo nyingine. Sio kwa sababu ya hiyo, kuna makosa mingi inaendelea kutendeka na ambayo itasababisha Mungu akasirike. Sijui nani atampelekea. Si David wewe umtafute umwambie hivyo. Arudi kwa Mungu. Maana ile kitu anafanya ni kama bigu imekasirika na kumekaliwa kikao kule biguni, na kimesema huyu mtu alitudanganya ati ako pamoja na sisi, kumbe hakuwa pamoja na sisi. Sasa angalia, amelete miungu ingine. Sasa anaabudu miungu ingine, kumaanisha
hiyo miaka ingine 5 ambayo ilikuwa package moja imeondolewa. Sasa hapa ata struggle sana kama atafaulu, lakini sioni. Bwana Yesu asifiwe sana. So kujua ni vipi Mungu anasema nitakuonyesha vitu vilivyo fiche, vitu ambavyo ni fiche. Na kujua ni kupitia kwa nini? Kulielewa neno. Ukilielewa neno linakufungulia milango. Niite, kitabu cha Yeremia ni kuita tu Mungu kupitia kwa neno. Niite nami nitakujibu na kukuambia mambo makubwa yaliyofichika ambayo hujapata kuyajua. Kwa hivyo kuna mambo yamefichwa kwenye maodo mahive. Kuna mambo ambayo yamefichwa katika maisha yetu na yatahitaji tu kumuita Mungu. Yatahitaji tu kujihusisha na huyu Mungu. Na ukiyaita, ukimuita tu, hakuambii niite uniambie sufuria imekosekana ama hatuna uga ama mimi ni mgonjwa. Amesema tu niite. Immediately na yeye atafanya nini? Atakuja. Maana he is waiting for you to call him. Kwa hivyo ni neno tu inahitajika. Kaa chini ufundishwe neno. Wacha kurukaruka. Wacha kufanya nini? Kurukaruka. Tulia kabisa ufundishwe. Na utakuwa, you only need 2 months uchange kabisa, maisha yako ichange na uone Mungu. Na hautahangaika, maana mimi sihangaikage. Nikitaka kitu naambiaga Mungu nataka. Nikitaka hizi microphone nitaambia tu Mungu nataka microphone, na kesho sitakuwa niwe na pesa nisiwe na pesa. Nikitaka pesa shilingi 100,000 nitaita huyo Mungu tu, nitamwambia Mungu, huyu mimi hapa tunahitaji kitu fulani. Utaona kinini kinakuja. I don't need to be given money. I need what I want. And when you know, for you to attain that power, ndio mashida mingi ya kurukaruka, mara muko huko, mara muko huko, mara muko huko, itaisha. Maana you know, kama ni mwanaume unataka, uwezi kujifanya ukubadilike ukuwe TDH. Hapana, unakuwa tu unasema baba ninataka mume. Ufaru wako simple. Inatoshekana. Baba nataka kazi. Inakuja. Baba ninataka hii. Inakuja. Because he has given us power to procreate. We have the power to do the procreation. Alituachia. Alipofanya siku 6, ya 7 akapumuzika. Hizi zingine zote alituachia. It is we. Kama huko wewe ni masikini, wewe ndio umependa kukaa masikini. Ulijua hivyo? Ulijua hivyo? Kama wewe ni masikini, wewe ndio ulipenda kukaa masikini. Because katika kitabu cha Genesis mwanzo mstari wa 26 na 27 na 28 anasema nini? Na tumuumbe mtu aliye kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumuumbe nani? Mtu aliye kama sisi. Naye Biblia inaendelea kusema ya kwamba kwa sura ya Mungu ama kwa mfano wa Mungu, mwanamume na mwanamke wakaumbika. Kisha akawaambia hivi, nimewapatia dominion kwenye samaki wa majini, wanyama wa ardhini na ndege wa angani na miti yote ni yako. Kisha akamwambia have dominion, shika mamlaka juu yao. Hiyo ndio chakula chako, huo ndio utajiri wako. Nimekupatia to have dominion over the fish, over the bird of the air and over the animal of the land, na kila mche uzaao mbegu nimekupatia. So kila kitu ambacho unahitaji kukua. Maana pesa si ni makaratasi, imetoka kwa nini? Kwa miti. Na ulipatiwa mamlaka juu ya miti? Yes. Kukula nyama mzuri si ni ng'ombe? Ulipatiwa mamlaka ya kukula nyama? Na mbona unakula kama tumbo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu ulipatiwa. Man was given dominion. And this dominion has never been revoked by God from you. Hii dominion iko bado. Mungu hajaondoa mamlaka aliyokupatia. Mungu hajaondoa chochote kutoka kwako ambacho alikupatia. Alikupatia na amekupatia permanently. Ndio kwa maana at least unavaa nguo imetokana na miti. At least. Lakini unalia ati hauna pesa. Ilikuwaje ukapata pande moja, one piece of the success from God, ukakosa the other piece? Ilikuwaje unaweza kuvaa nguo imetokana na miti ukakosa karatasi ya kuweka kwa mfuko?
Hapo kuna shida. Shida ni ya Mungu ama ni yako? Yes, you need to understand that. Kwa sababu hii nguo na noti zimetoka kwa the same place. Hii kiatu umefaa na noti zimetoka the same place. Hiyo gari unaendesha na noti zimetoka the same place. Hii nyumba ama whatever you are doing, they have come from the same place. Origination ni moja. Bona hizi zimekuja, hizi zingine zimekawachwa. Bona mzigo moja imekuja, mzigo hiyo ingine ikawachwa. Kuna makosa gani? Kuna kitu ulikosa kuelewa ama wewe ndio ujielewi? Ushajiuliza swali kama hiyo? Waikono ndekera nguo na nguo shumanete na ke na mite. Netiguo. Noti rarega gukaneke na yumanete mutini ucio. Kwa sababu sasa najua tukikosa noti shekeli ndio tunasema nini? Komete. Kuthukite. Debara ine. Si ndio tunasemaga? Na nguo na imetoka mahali hiyo noti itoka. Noti iliwachwa nyuma kwa nini? Because there is something you don't understand. Kuna kitu hauelewi. Na hiyo kitu ambayo hauelewi ni kutokuelewa ni jinsi gani. Hivyo uliitisha hiyo nguo umevaa, una uwezo wa kuitisha pia na noti. Hivyo uliitisha hiyo kitu uko nayo, hata hiyo ingine una uwezo wa kuitisha, maana zinatoka from the same source. Hello. Kwa hivyo hakuna poverty. Poverty ni wewe. Ukiambiwa vocabulary ni poverty, uambiwa what the kind of poverty vocabulary, wewe ndio poverty. Maana kama umevaa nguo, basi hata noti inafaa kutembea na wewe. Kama umevaa nguo, hata gari unafaa kutembelea. Kama umevaa nguo, hata nyumba unafaa kuwa nayo. Mzuri. Si ya kukoboa, yako. Kama umevaa nguo, hata chakula mzuri unafaa kukula. Si kuangaliaga ya wenyewe unaangalia hivi unaona wale wanakula mzuri na wewe haukuli vizuri. No, there is no shortcut. Everything was provided to you by God. Kwa hivyo kuna kakitu ambacho kamekosekana kwako, an ingredient. Kuna kakitu kadogo tu unafaa kuweka kila kitu ikuje, ikuwe laini. Kwa hivyo si Mungu amekukataza. Kwa hivyo hauhitaji maombi. Ama unahitaji maombi hapo ndio utajirike. We don't need. We need to only to align ourselves with God. Tukae kwenye mipango na kwenye Mungu alitaka tukae. If you align yourself with God, everything shall be provided for. Seek and you will find. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauhitaji kuanza rima kederere rebo sayarana reama sotororo. Ninahitaji dola babarina, ninahitaji shilingi yorororo. Hakuna, hazitakuja. You will making noise for nothing. You need to align yourself with God and do the will of God. Let us look at what is this that hinders you from answered prayers. Ni nini hii na kuzuianga ndio usifaulu? Maana kuna kakitu. Sioni venye unaweza kuvaa nguo na ukose pesa. Sioni. Na zote zimetoka kwenye shimo moja. Hapana, haiwezekani. Kitabu cha What fails your prayers? 1. Prayerlessness. Kutokuwajibika kwenye maombi. Na kutojua maombi unaomba maombi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana maombi kuna jinsi lazima uombe. Unaweza kuwa unapigaga makelele hapa unafikiria umeomba. Unaweza kuwa unalalanga hapa kutoka Monday mpaka Saturday ati tumefuga. Tumekuwa kwenye maombi ya kufuga. For 1 week, 7 days tumekuwa tukiomba. Hata venye unaona ninatembea, sitaki kurukaruka maana matumbo haina kitu, inakaa empty. Let me tell you, you can stay here for 40 days and 40 nights and come out with nothing. Hallelujah. If you don't understand what you are praying for, if you don't understand the concept of the prayers, kama hauelewi unaomba kwa nini, mwanzo kabisa kabla uingie kwenye maombi unafaa uelewe unaomba kwa nini. Number 1. Number 2, umeruhusiwa kuomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima upate ruhusa ya kuomba. It is God who will guide you how to pray. Because he says, even before you open up your mouth, he knows what you want. So whatever you will do, it will be guided. Maombi yako itagaidiwa na Holy Spirit. You utaomba kulingana na the Holy Spirit. Maana it is only proclamation. Kutangaza tu
Ndio maana kila kitu alihitaji tu uchukue hatua, kisha atakuelekeza jinsi unastahili kuomba. Sasa wewe uko mahali hapa, mwanzo kabisa haukuwa umeambiwa ufunge siku 7. Maana watu nimesoma Biblia, najua ya kwamba we are guided to prayer. Unahimiziwa, unasikia kuhimizika. You are guided. In the morning wakes, mimi najaribiki kulala. Kuna siku nachelewa kwa kuamka wakati unazoea kuomba. Usiku wakati sasa hiyo wakati imefika, nitasikia ni kama kenyau, ni kama kikitu kimepita juu yangu, ama nitastuka tu na niamuke kuangalia saa. Ninaona ni saa ya kuomba. Ninaanza kuomba. Because I am commanded to do so. And from there, I'll be commanded, I'll be told ni nini nitaombea. Kila wakati ninaambiwa ni nini nitaombea. Labda naambiwa niombee watu. Kanisa kama leo, ninajua kuna watu aina tofauti wamekuja hapa. Na niliamshwa usiku nikaambiwa pray for this, pray for this, pray for this. Ndio maana Yesu hakuombea anybody wakati akiwa kwa hii dunia. Mama, uliona kuna mahali aliomba? Yesu hakuomba. Because usiku hiyo ndio kazi alikuwa anafanya. Mungu alimpatia ufunuo wa kujua ni nani na nani na nani watakutana. Kwa hivyo hata akikutana na mama ambaye alikuwa amemwaga damu miaka 12, alikuwa already ashamuombea. Already alikuwa ashajua huyu mama atakuja. He did the job in the night. And that is what God gives me. Wakati ninaambiwa kuna mtu fulani anaitwa Jerry. Ndio nakujaga hapa na kuuliza, Jerry ni nani kwenu? Unaniambia ni aunti yangu. Sasa uniulizi nilijuaje? I was told in the night. Kila sura ambayo imekuja hapa, yule mtu ambaye najua atapona leo ninajua, na yule mtu hatapona leo ninajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wakati wako wa kufunguliwa hujafika, hata nikuwekelea mikono na miguu hautafunguliwa. Lakini kama wakati umefika, utatogogyo mpaka utajikuta hapa. Na Mungu atakwambia utaenda kwa Waroige ndiye atakuombea. Na unakumbuka sasa, unakumbushwa hapo nyumani Waroige ni nani. Shetani anakukumbusha Waroige ni nani. Mpaka unaenda kwa Mungu na muuliza, dinako iwa wega tajira nure dadi wake. Anakuambia ni kwa Waroige. Waroige mgani? Ulia wa Mogeke. Basi sasa kina umana, unapigia kaseni yako, hello, niende korota kiroto na gikugia muno kereko, niende kuhoya haha Ngai aranjira atiriri thie kwa mundu uria wa Mogeke akahoere. Ureko he abohoya ringi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani alikupatia mamlaka ya kujaji? Nani? Who gave you that permission to judge, to know this is saved and this is not saved? How do you know? How do you know? Mtu ambaye ameokoka David, umemenya ate akana hakituragi uriko. Hello. It is God who will direct you. Mahali unaenda kufunguliwa ni Mungu atakutuma. Na ukikuja already ashaniambia unakuja. I will only speak a word to connect. Just a word to connect you with the salvation, to connect you with your prayer. And that is what you need. Hauhitaji kitu kingine, unahitaji that connection. I am a vessel. Mimi ni vessel tu. Mimi sina hiyo power, lakini I am a vessel used to transmit the power of God to you. Just to say, Mungu amesema umepona. Hivyo tu, niweke tu jina ya Mungu amesema. Maana si uwezo wangu, si nguvu yangu, si mamlaka yangu, si mimi niko na uwezo, lakini aliyenituma ameniweka, amekuja ameniambia tumia hiki kinywa. Akamwambia Yeremia, ati kabla haujazaliwa nilikuwa ninakujua, nikakutenga, nikakumwagilia mafuta na nikakufanya nabii uhudumie mataifa. Kisha Yeremia akamuuliza Mungu, mimi sijui nitawaambia namna gani? Mimi ni mtoto. Mungu akarudi kwake akamwambia, kutoka leo usirudi kusema mimi ni mtoto. Akaguza mdomo wake. Mungu akatia maneno kwenye mdomo wa nani? Wa Yeremia. Kwa hivyo maneno nayozungumza sio yangu. Nikukamatwa, nilikuwa kwa Mogeke. Ilikuwa Mogeke life ilikuwa mzuri. Si kama ya hapa. Ilikuwa mzuri. Maana ningekuja hapa nikiwakodolea jicho, mungeekelea pesa haraka haraka hapa. Singekuwa nikishida hapa nikihubiri.
Nikungonga tu jicho nikiingia kwa duka yako hivi, unajua automatically huyu jamaa amekujia pesa. Unafanya haraka na wabia, mnaenda dogo ikale hadi. Hakuna maswali mingi ati umekuja kufanya nini? Umekuja kununua nini? Hapana, ni kuingia tu, nilikuwa naingia kwa duka tu hivi. Automatically unajijasia mzee amekujia nini? Pesa. Haraka haraka unaambiwa kaa hapo. Unasikia mpaka kachai. Alikuwa anakunywa kachai, anaachana na kachai yake, anakupatia kwanza ukonywage. Ndio ahesabu pesa haraka haraka. Maneno isiharibike. Lakini sasa hapa ninahubiri mpaka viatu zimeinama. Ninaongea, sasa ukiongea wale unaongea na wao, bado wanakukodolea tu jicho. Wanasema huyo mmoja wanahonokea kweli. Na huko hapa kanisa hii na unakaa na mimi tu. Na hivi risade huko hapa unanikodolea jicho. Ukitoka pale unasema, "He, ni modosho ndio nakatemo hono kumfio." Lakini sasa nasade atakuwa hapa. Na tukikutana naye kwa bisi moto akai. Madhani ya gosho. Dukata ya maji taka dukata ya gai. Dukata ya gai. Madhani ya gosho. No, mauma na haukiada. Mauma na kwa kina mutumio na haukiada gakona ine ka ukiada. Mudoshi kihuja huri. Wana tariki ya mudu muhonoku. What I say? No, it is not me. The words that are in me are not mine. Alimshika Yeremia mdomo, akamweka maneno na akamwambia, chochote nitakutuma useme, utaenda na utasema, na mahali nitakutuma na miguu yangu utaenda. Otherwise ukitoa hiyo maneno kutoka kwangu, I am the weakest vessel. Utoa hiyo kitu Mungu ameniweka saa hii, kitagarikira mugiona ha mutirimuona. Mutirimuona. Ile kitu mtaona hapa. Atoe hiyo tu leo, anitoe hivi. Utaona kitu kingine baya. Utaona tabia zangu baya baya. Maana mimi si mtu mzuri. Mimi si kama nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm not like you. Unajua nyinyi mmetengenezwa vizuri. Mimi niko na mashida. Kasoro yangu ni mingi. Sasa ukiona nimekuja karibu na wewe, vumilia tu. Vumilia makasoro yangu. Sometimes kigumu kinakujaga kinakukaribia. Sasa kikikuja, Mungu ananikumbusha ile maneno nilikuweka na unaona narudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tena nikakaa kidogo, hiyo mtu inakuja. Hii nisahau inakuja kuja wapi? Hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo unaona, na unaona haraka haraka nimerudi. Kwa maana I am a vessel. Kuna wakati utaacha chuma inakuwa na rust. Lakini ukiosha mzuri, sio rust inaondoka. Hivyo na mimi ndivyo niko, negeaga gutu. I'm not perfect. I'm not so perfect. I am not. Even nawabiaga wokovu yangu mimi niko 8%. Wewe ukinyete percentage gani? Ukipima umeokoka percentage gani? Kama 90? Ama ni 100 kwa 100? Naomi. Huyu anaomba, ananiopea si aokoke. Nitaokoka tu sijali. Ukinipima unaona, ukijipima siwezi kujua niko percentage gani. Mimi najua yangu ni 8. To perfect every time, every day. Nimeokoka by the grace of God. Kama umeokoka, why is God perfecting? Because mimi ni mtoto wake and he loves me. Lakini si umeokoka. Kuokoka ni kufanya nini? Kuachana na dhambi. Kabisa. Mungu anaingilia wapi kukuperfect kama umekuko sawa? Sababu mimi and every. Kwa hivyo unakoseaga. Tunakosea. Kwa hivyo unaagukaga. Kwa hivyo hujaokoka. Anasema Mungu ana perfect. So God is still at work. God is still working on you. God is still making you that better vessel. Live on that. Achia Mungu nafasi kubwa. Wacha upuzi ya kusema ati nimeokoka nida honokire mwaka wa 1972 ere maseya ni ere meketeria ndaya yeketeria bo. Wacha hiyo ukovu yenu urokole yenu waka. Hakuna. In fact I'm better than you. Tawacha sasa nijokese nijase mafuta. Nyinyi hata wengine mko 0.01%. Wewe hapa. Afadhali mimi najisema, maana mimi najisema ninapugusiwa. Mungu anasema hey geke neke yalilie muno. Pugusia hiyo makosa kidogo. Sasa wewe perfect, muholijo. Hata kutembea unatembeaga. Kiholejo unatembea. Na masegenyo. Roho yako ni chafu ni kama imemwagiliwa diesel.
Roho chafu. Hata unasikia mtu anakuja kutoka kule nje, mlikuwa mnakula chakula mnarusha chini ya kitanda. Nako kanyauka alikuwa kwa chini ya kitanda kanasema, "Oh thank you Jehova." Ate tokwenda kakuma. Na wewe una Biblia ndio hiyo iko hapo. Tokwenda kakuma. Na ninasikia ni kanyama kananuka vizuri. Uzuri na pusi inakuta. Kumbe Mungu anajua kulisha viumbe vyake. Anajua kulisha. Wewe unafikiria ni mimi unaficha, kumbe ni Mungu amekusababishia. Amenisababisha mimi nikuje, nikifika ufiche urushe. Maana kapusi ulikuwa umekapiga teke kama huki kitu kinakwenda kukufa. Toka hapa nyau, toka. Kwa sababu utakika kule nyama, kana kula vizuri, kisha kana raba safuria. Alafu kakishiba kanapanda juu ya kiti, unaona kakifanya. Na huwezi kukauliza maana bado niko hapa. Sasa ukianza kukauliza, unasikia unashikwa na hasira tu, unajua venye kamefanya. Unasikia muziki kino keke Kenya ule, keke neke jini. Kumbe unajua venye kamefanya. Hivyo ndivyo Wakristo wako. Na hivyo huko ndiko tokora kwa tori ya Kristo. Unafiki mtupu tu. And this is what has caused us to fail in life. This is be that simple. Jesus was just a simple korogosho guy. That was Jesus for you. Was a simple Kibera guy. Jesus was just simple. Jesus was simplicity. Alitembea mguu, umesikia ameenda na gari gani huko Jerusalem na Judea? Alikuwa na gari? Just imagine, huko hakukuwa na kiatu, walikuwa nafaa kara ile ya Masai. Nataka uimagine, huko hakukuwa na rami, kulikuwa na vumbi na akara. Na unajua mtu anatembea na akara, anaideka ni kama andako na spring. So kuna kati kingine hata mimi natembea hivi. Unaona mtu ako na akara. Sasa nataka kuimagine Paulo ni hapana, Matthew na nani na James na nani na Luka wakienda na Yesu, na Yesu wanaenda Judea. Akalia mguu ya Yesu wapi? Hapa wana rukongo haha. Ndika nuri wathi maguru. Ukaona rukongo rwa hano uthiete na tari na bigijia. Hivyo ndivyo Yesu alikuwa. But despite that, he has affected the entire world speaks about him. Na akara. Wewe na designer suit yako, designer kiatu yako, hata beyond your village nobody knows you. Kesa gikianyo na moragia ucio nake no. Ate ni nyina aka motoku. Ate nyinao akoragwo ku. Ate ile tira mathire Nairobi. Hai akoragwo Nairobi. Sasa unakuja Nairobi kule alienda. Unakutana naye Dadora akipita huko. Amebeba ndoo ya manini ya maji takataka. Akienda kumwaga na huko je, kwa sababu hata choo hakuna kwa nyumba, na akienda nyumbani watu hawapagi na amani. Atinyomete Nairobi ni akinya andu a Nairobi marera ini mwene oyo mabe maria andu agecagi mwambe murekia ageni aito mabe maria na ageni acio mumite Kibera na mukuru kwa Rubeni ona muikaraga wega kumakira ni makuo ma mutumba mahurite bathi makagira. Ndivyo Magia napenda kuitwa huko watu wa Nairobi. Kama tako heaga andu a Nairobi gitio. Na maumira mukuru kwa Rubeni na ruga mathiaga kioro tuko matingithi muthenya tondu gutire kioro na gicagi makinya gicagi matireka kandu mahuhie. Hivyo ndivyo Mkristo ako. That is the type of a Christian that we have. Fake Christianity. Hypocrites in churches. Pretenders. Murderers. People carrying wamebeba tu visi wanaduga. Kule kwa Mugeke hatukukuwa na hiyo. Kama tumekosana na wewe ni kulipuana. Kama ni kumaliza tumalizane. Sasa hapa tutakaa na wewe na ndagwikirire githito tene muhuko. Mwathani agocwo. Ni ndaigwa kuhonoka, ndaigwa kumuturira. Hallelujah. Kuma mahinda rĩa matwereganĩte Ngai nĩ anjĩkĩte maũndũ mega na akandathima na haha njĩkĩrĩte gĩthito. Ũrona njĩka ũguo, ũrona ngĩka ũguo nĩ gĩthito ũrĩa njĩrirwo ndakinya harĩa ũrĩ ngwĩkio njenje gwĩka ũguo. Mwathani agocwo. Hallelujah. Ũguo nĩguo Akristo tũhiana. We are hypocrites. Andũ oru, andũ matabatie gũtũũra thĩinĩ wa thĩ ĩno. Na wĩira nĩ mũnyoroku ũguo. Na gũtirĩ andũ agiĩki ta Akristo.
Andu mena thina ta Kristo. Arĩa matarathi igũrũ ta Muslim maratwarithia makari maikarĩte wega gũkũ nja. Nĩ marorire Nairobi yothe, nĩ maramĩgayanire, nĩ maramĩrĩire. We na Ukristo waku rĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. Ngai akaigua, agagĩkweheria, agagĩkĩnengera arĩa gwitũ kwega nĩ gũkũ thĩ ĩno. Mũinaga nyĩmbo atĩ ngũmbũka nyume thĩ ĩno njikare. Magegania mekwo thĩ matarĩ mekwo. Rĩu wakĩmbũka rĩ, waithikĩrĩra igũrũ rĩ, andũ aya moka magayana mburoti cianyu ciothe rĩ, mũgacoka muge kĩ? Na nĩ wakĩmbe, ngũmbũka nyume thĩ ĩno. Mũthe, nĩ wainire rwĩmbo rũu? Ndũrũĩ? Nĩ ũĩ rwĩmbo rũu? Ngũmbũka ino njikare rĩera igũrũ magegania mekwo thĩ matarĩ mekwo. Wĩ rĩera igũrũ ũgĩcoka rĩu mũranjia kuga atĩ andũ aya nĩ makuire, andũ aya nĩ mekire, andũ aya nĩ magayanire, andũ biacara ciothe nĩ ciathiĩ, tũtuka tũthene tũragĩthire ũrĩ rĩera igũrũ. Tũragĩthire ũrĩ rĩera igũrũ. Ũgĩcoka na ũrakĩmwĩra ngũmbũka nyume, nĩ Ngai ũrera ngũmbũka nyume thĩ ĩno njikare rĩera-inĩ magegania mekwo, mburoti cigayanwo, magegania mekwo thĩ, matuka mathiĩ, magegania mekwo thĩ matarĩ mekwo. Nĩma Mũrang'a mwĩna nduka rĩu? Mũrang'a mwĩna nduka? Nyĩrĩ mwĩna nduka? Gĩkũyũ mwĩna nduka? Mĩgũnda ithe mũtiraneanire? Magegania mekwo thĩ matarĩ mekwo. Mwĩgũkũria rĩigũ ngũmbũka na tũkaina na bĩci ngũmbũka nyume thĩ ĩno. Rĩu nĩ rĩa PCA ngũmbũka nyume thĩ ĩno njikare rĩera-inĩ. Anĩwe nĩ mũndũ wa PCA raina tondũ ena macohi nĩ araira akĩnyua mũratina. Ngũmbũka nyume thĩ ĩno njikare rĩera-inĩ. Bũrũri wothe ũgagĩthiĩ. O mũikarĩte kũ? Mukacoka mukahuhurĩrwo rĩera igũrũ, mnahuhurwo. Ukiteremka unaambiwa lazima ama ufanyike washman ama tukuandike kazi. Hau niho murorete. Ni muraruta wĩra kuo. Ni murathi kuo kumarutĩra wĩra, guthambia nyoka ciao na nyau ciao na ngui ciao. Ni murathi kuo. Andũ arĩa matwĩtĩagĩra agĩkomba me harĩu. Gatira haroriri ũguo. Na kũratuĩka rĩu nĩ gũkũiriguo. Kũraigua nĩa? So it is very important for you to understand why are our prayers not answered. Ni kwa nini? Na ndivyo tumeomba. Nĩguo twĩkire maũndũ ma, nĩguo tũthire. Nĩguo tũiguire ũyũ nĩwe mũnabii ũrĩa ũrahũthĩra kahinda gaka. Kwa ndũra nĩ ũrahũthĩra kahinda karĩkũ? Tondũ mũtiendaga kũmenyana na Ngai. You don't want to listen, to walk around with God. You don't want to sit down and be taught the word of God. You only want to know nĩ mũnabii ũrĩkũ ũrahũthĩrwo. Arahũthĩrwo nĩ kĩĩ kĩramũhũthĩra? Nĩ ũramenya nĩ kĩĩ kĩramũhũthĩra? Hello. Tondũ nĩ ũkire rĩu gũkũ rĩ, nĩ ũramenya kĩrĩa kĩrahũthĩra? Ndĩrahũthĩrwo nũ? Nĩ wambĩte gwĩka study? Ciana cia Israeli before they did anything, kabla wana wa Israeli wafanye chochote, walitumana. Ama hawakutumana? Walichagua watu wakawatuma. Hata wengine waliambiwa waende wakakae kwa kahaba. Kwa nini waliambiwa wakakae kwa kahaba? Miaka gapi? Miaka 2 kwa kahaba. Nuna imagine ndũrũme igĩrĩ cikarĩte kwa mũtumia. Na nĩ kahaba. Mũtumia ũtara need introduction. Mũtumia we, this is my business. Na nĩguo ka ndũrũme igĩrĩ gũkũ nyũmba. Walikaa huko. Why? Just to go and do spiritual investigations. To be able to understand. Wakafanya spiritual investigations. Wakajua hawa watu wanakaa namna hii, hawa watu wanaabudu Mungu hivi, hawa watu wanakaa jinsi hii, wanakula chakula hiki, kwenda kuile miti iko huko ni namna hii, wanyama wao wako hivi, wanafanya hivi. Wakakuja na comprehensive report. Wakasema miti yao iko namna hii, ng'ombe zao ziko hivi, wanyama wao wako hivi, wamama wao wanabehave hivi, wababa wao wanabehave hivi, na wanaabudu miungu fulani. They came with a comprehensive report of understanding the land that we are going. What are the terrains of the land we are going?
Nimekuriiga na yeko, nimekuruiga na kwa uturathi. Kuna mito mingapi? Kuna dams ngapi? Kuna miti aina gani? Kuna meshege ama hakuna meshege? So they prepare, because everything ambayo unaona mbele yako iko na Mungu wake. Sijui kama mlikuwa mnajua hivyo. Mti yote unaona, kama ni morigamu iko na Mungu yake. Kama ni nini? Ni mtarakwa iko na Mungu yake. Kama ni ng'ombe iko na Mungu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni ngamia iko na Mungu yake. Kama ni nyoka iko na Mungu yake. Halo. So ilitaka wastadi wajue kuna nyoka aina gani. Ndio wajue katika maombi yao wataweka nini, watasema nini. Wajue kuna mete mingi sana. Hii mete nimevariti, hii mete nimetarakwa, hii mete nimedhirida, hii mete inatumika, wanaitumia wenyeji wa huko, wanatumia hii miti kufanya kafara gani. Kenda kwa Wakikuyu kuna miti, kwena mudhakwa inafanya kazi gani? Kufuga mtu. Sio kama ulielewa hivyo. Wazee wa zamani walitumia mudhakwa kufuga mtu. Mutigine walitumia kufuga mtu inaitwa mwebaigoro. Sasa wewe unajua mwebaigoro ni nini? Na mwebaigoro ikwako ije iko hapo inatembea hapo. Lakini ni uchawi ya kufuga jamii ama kufuga kitu. Kila miti ilitumika kwa kazi. Kwa hivyo katika matumizi yale ndio kwa maana wakatumana, nendeni mjue kule ni miti aina gani iliyopo, ni wanyama gani waliopo, ni binadamu wao ni wakubwa ni ama ni wa mwili mdogo. Sasa wakitoka kule walijua what kind of type of gods they are going to encounter. Sasa umesikia kwa waru igene ko no ra hothero kahida ine gaka ndui waru igi atumagiro niki umekuja tu njigerera mutwe. Haleluya. Heyeke tebodi ni rire ahutiri oguo njiguire thitima tariri thitima yakaba kwa ndago athi data borokio go ndaigwa kuguru gwakwa kwaba kwa sababu hiyo, that is all what you need to know. That is all what you need. You don't need God. At what time did we avoid to want to know God? Kutaka kujua Mungu, taka kujua mafundisho, mapenzi yake ni yapi. The day you are able to understand, to know God, na ujue mapenzi yake, you will always be doing his will. You will always be doing what he wants you to do. You will always in the position where he wants you to be. Hautaingia kanisa ovyo ovyo, kanisa ujui, utaingia kwa sababu amekuambia nenda huko, because you and God are good friends. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu angalia miti ambayo tunatumia, hizi madawa. Nani yako na dawa kwa mfuko? Tablet. Wewe uko na tablet? Wewe huyu hauna tablet? Kwa mbagia kwa kuna? Wewe uko nayo? Nani yako na tablet? Umutigete kila tademo kile kanida. Ulimesa asubuhi. Nani yako na tablet sasa hapa? Uko nayo? Ya pressure? Ama ni ya nini? Lete. Ni nini? Ni Panadol. Hii Panadol imetengenezwa kutoka kwa mti. Na imetengenezwa kutoka kwa mwarobaini. Panadol. Na dawa zote za malaria imetengenezwa kutoka kwa mwarobaini na mugwanogo na wajiro wa ruriye. Dawa zote zimetokana na miti. Na zingine zimetokana na genes za body za watu. Ama ninaongea uongo, madaktari? Is it true, Karo? All these drugs are from trees. So wamekuja waka understand, nikitumia mwarobaini, Mungu wa mwarobaini anajua kutuliza pain. Anatengeneza pain killer. Akienda kwa mugwanogo, kwa sababu kuna wakati watu walikula mugwanogo mpaka ikapotea. Mungu wa mugwanogo anajua kutibu ukimwi. Watu walimeza mugwanogo. Walimeza mugwanogo mpaka ikaisha. Maana the God that is in that plant anafanya kazi hiyo. Wale walielewa, wakakuja wakachukua miti. Maana kule kwao hakuna miti. Miti yote inatoka Afrika. Wakakuja wakatoa, alafu nyinyi
kwa sababu nyinyi mlikuwa mnachamusha. Akawaambia hiyo ni sumu, utakufa. Maana alitaka yake ifanye kazi, yako isifanye kazi. Yeye atakuja kwambia tunataka kufieka kichaka hiki. Wanafieka, lakini hawakuambii kule wanaenda kutupa takataka. Umenielewa sasa? Hii perfume unavuzaka na mchungage sana. Kuna marafiki mnaweza kuleta kwa nyumba yako wakwe hawajui kutumia perfume. Mnajichuka sana wakigia kwa nyumba. Kwa sababu kama mimi napenda kutumia very expensive perfumes. Very expensive. Very expensive. Kitu ya $300, $400. Sinunuangi kitu ya shillings. Sasa imagine mtu kama huyu amekuja alafu na ni kitu umetumia $500 kufanya, yani kufanya hapa jageke moja inabeba $100 mpaka kidole inatoboka hapa, inafanya unaenda before unafanya orientation. Kama ni mtu wa perfume, mtu akigia, mtu kama Roda akigia, unafanya orientation una prepare mtu. What I want, kila kitu nataka kukuambia, perfume yenyewe imetoka kwa mti inaitangwa aje? Kale kamuti kanafanyanga watu washikwe. Yeah? Mvutaji wa bangi tu. Kale kamuti kanang'olewagwa na huko, kanang'olewa pande ya Pokot, na ukipatikana naye unafugwa maisha. Sandalwood. Ni sandalwood ama ni sandals? Sandalwood. Hiyo mti ndio inatengeneza perfume. Na imetoka kwa Pokot. Kwa Pokot wanapika githeri nayo. Unanielewa? Kwa Pokot wanafanya nini? Wanapika githeri, lakini ikipelekwa Ulaya in gold. So you need to understand. You need to know. Before you make any move, understand, ujue. Maana vitu zingine unatupa kwako ni vitu ambavyo vinahitajika keda wasiaku na dogashoka kulione moto. Mwadhani ya gosho. Ukishaelewa basi utakuwa na uwezo na mamlaka ya kufanya jinsi Mungu anavyotaka, because you need to understand the will of God upon your life. You need to know what God wants with you. You need to know what kind of a human being you are. You need to know. Ndio unakuta wana psychology wata describe, kuna mtu wa mood swing, kuna mtu wa hii wanaitwa nini? Wale wako hatakaki kuongea mingi, introvert, na wengine wanataka kuongea mingi. Sasa mimi ni nini? Sasa huyo ndio mwenda wazimu. Juzi waliniita mwenda wazimu hapa. Sasa huyo mwenye anaitwa extra ni mtu talkative na hana tabia mzuri, kwa mdomo yake haina tabia mzuri sana, si ndio? Ni kuongea mingi. Lakini ukinikuta huko siongeagi. Ukinikuta kwangu mimi siongeagi. I just keep quiet. Utashida hapo kijiogereza. Sasa hapa ndio niko extrovert, nikifika kwa nyumba kuna watu na sambulio. Ambivert. Okay. Mimi sasa niko na bili basi. Sasa ukikuja, understand me. What I'm trying to nataka kukuonyesha, yani I'm trying to stress this point, because hapo ndio tumeangukia. Tumekosa kujua Mungu, tumekosa kufaulu katika maisha yetu, because we don't understand our God. We don't understand the principles of God. Hatujui, tunaruka tu maana hatujielewi, na hiyo ndio sababu kubwa ambayo maombi yetu hayafiki. Na hiyo ndio tunaita sana sana katika lugha ya Kibibilia prayerlessness. Because through the prayers tumeona hapa, ask me, talk to me, I will reveal to you many things that you don't know. Hebu tusome John 15. Kitabu cha John 15 verse 7. Itabidi sasa tuende mbio kidogo. Sijaanza hata kuhubiri, nimepiga story. Kwa hivyo mimi ni extrovert kweli
Najua sasa kukaa na watu ambao wametoka kule wanahubiriwa neno lingine. If you abide in me and my words abides in you, you will ask what you desire and it shall be done. So what is supposed to be done? It is what? To abide. Hello? It is what to abide that will make you successful. Tuweke Kiswahili. Huyu mama ananiangalia vibaya. Hebu niwekea Kiswahili. Ali atere kaleshi dia do da toria do gogoko. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Hello? Tukikaa ndani ya Mungu na maneno ya Mungu yakae ndani yetu, basi ombeni chochote. The principle here is abiding. Abiding in God. Kukaa na Mungu, hakuna siku utapotoka, hakuna siku utakosa njia, because God is in you and the word of God is part of you. Therefore, whatever that will happen in your life, you will find it the way it is supposed to be found. Just to abide in God and his word abides in you. Atukae ndani ya Mungu, naye Mungu akae ndani yako, neno lake litakaa ndani yako, na kutoka hapo chochote ambacho utakiitisha leo hivi utakipata, because you already carrying the power of God. You are already talking God. You are already exhibiting God in you. Nguvu za Mungu ziko ndani yako na Mungu ako ndani yako. Niki kegiogetia ukiage baba heke dogetia wage hawezi, utakipata at the discretion of God's will, only by abiding. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu, yani uingie ndani ya Mungu chumi na maneno ya Mungu yakae hapo ndani. Si maneno ya masegenyo, si maneno ya ujuaji, si maneno ya orokadabda na maneno, ni maneno ya Mungu. Ukuje mahali, ukiingia mahali umeajiriwa kazi, unaingia huko na neno la Mungu. Ukipata kazi kama kwangu, kuja ufanye kazi ya maid, usikuje kufikiria nimekupatia kazi ya maid ukifikiria jambo lingine, kwa sababu kama hauna neno la Mungu utaanza kufikiria mambo mengine. Ndio naonaga watu wengi wakienda kuajiriwa mahali na akili zao ni pofu na ni potopu. Akikuja tu anafikiria, anaanza kukuangalia hivi na jicho ingine inasuka kama biligori. Kwa sababu ya nini? Kuna impatient already imedevelop. Ameingia nyumba ina necessity room. Kitchen, hii ni kitchen. Taonelani makaitana. Kai ni gogoko ne kwa Jesus. I possess. Una possess nini? Because you don't have the word of God in you. That is why you go possessing. You don't possess. Let God live in you. Let the word of God be in you. You don't need to possess. If you have the word of God, wherever you go, you will command. Wherever, uingie nyumba gani. Hata sasa mimi nikitoka hapa niende Pakistan, Afghanistan, watanisikiliza. Nitawapatia neno. Kwa sababu God is in me. And I am in God. And the word of God is in me. Bwana asifiwe sana. Kiundoki orafatara. Hauhitaji story mrefu. That is the only thing you need. Anywhere you go, you will conquer. Because the God that is in you, the God that you are inside, will conquer it for you. He will make everything work for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Only that is what you need. Mimi nikiingia ndege hapa niende Spain, niteremke hapo niende Germany, niende kila mahali nitaenda, I will see the hand of God. Because I have abide in God and I am carrying the word of God wherever I go. Because the word of God inakufungulia maneno, inakufungulia barabara. Neno la Mungu ni la kuponya. Neno la Mungu ni la kubadilisha. Neno la Mungu ni la kuinua. Neno la Mungu ni la kufanikisha. Neno la Mungu ni la kuponya. Neno la Mungu ni la neno la Mungu limebeba kila kitu. That is all what you need. And you cannot have the word of God in you if you have not abide in God. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the first discipline, and that is what has cost you
not to understand, because you cannot pray without the guidance of the Holy Spirit. Hello, ama unaweza kuomba bila Holy Spirit? You cannot pray without the guidance of the Holy Spirit, and through the Holy Spirit you are able to pray as per to the instructions of God, because the word of God is in you. God is in you. So whatever utaachilia kulingana na Mungu anavyotaka, kwa sababu sisi tumeitwa tofauti. Kuna mtu hapa mwombezi anajua kujiombea peke yake. Maombi ni yake. Baba ria mashanda ya tereboza, ninakusandelia linaesheketaya lino muzaya, unibariki kantoria, ubariki sekretari limekanta likasa linodo. Yani maombi ni yake. Na kuna mtu umujaribu ajiombea, hajui kujiombea, anajua kuombea Kenya. Na kuna mtu umwambia ombea Kenya, maneno ni matatu tu itatoka. Baba ibariki Kenya, inaisha. Anajua kuombea Afrika. Na kuna mtu umwambia Afrika, hajui, anajua kuombea dunia mzima. Maneno ya dunia mzima ako nayo. Mapi ya dunia mzima iko. Mwambia ombea Afrika, hata hajui. Ataweza kusema Burkina Kenya. Ataita Uganda Tanzania. Kwa sababu calling ni tofauti. Jinsi ya kuomba ni tofauti. Ndio kwenye Biblia tuko na manabii tofauti. Tuko na Isaia, tuko na Jeremia, tuko na Musa, tuko na nani? Musa alifanya kazi ya kuliberate, kutoa watu kwenye utumwa, kufundisha watu, enlightening people, telling people you need to come out. That is the work of Moses. Lakini to lead people into the promised land, it was not his work. It is the work of Joshua. But they did the same mission on different platforms. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta kila mtu ako na responsibility. Mimi nimeitwa kwa kahida, si kahida kaka. Mimi nimeitwa permanently nikuje nilete ukombozi. So ndio nakwambia mimi I'm not your pastor. Me have come to teach you. Nikufundisha utoke kwenye hiyo utumwa uko nayo, uende safari. Mwingine akuja nimfundishe aende safari. Hello, unanielewa lakini? Yes. That is where you are, mmekuwa confused na mimi. Lakini at least hizi nimeanza kuona mmeanza kuwa vizuri. Ndio tuko karo. Si hata wao mmeanza umetulia vizuri. Yes. Na mmeanza kukua hadi sana. Sasa naviaga sasa watu wengine wanaanza kukasirika kwa sababu nimekusubiri kabisa, umekuwa hadi sana. Kana alikuwa nakasirika sana kwa sababu alikuwa kabla atoke mbinguni akuja tuishi naye hapa duniani. Alikuwa nakasirika. Mapasta maneno ajira urumuno ni raheteria. No, tukwe kwenye reality. Tuambe tuchoke guku. Tutamba guthi matu-ini ri. Tuambe tuharuruke guku. Tuambe turanyitiriri. Ni tuitherete cia guku tugethi matu-ini. Nwacokire guku. Ndatigire matu-ini. Tuape turudi hapa duniani koki. Ndio tujisafishe kwanza. Kule mbinguni hakwendagi takataka. Hakwendagi uchafu. Hakwendagi machawa na kuguni. Hapana. Kuguni zimejaa zinakutembea mpaka kwa macho, zimejenga nyumba. Alafu nasema mimi wito kwega, wito ni matuine. Wito kwao, mwendao. Nani alikwambia huko hata kanyumba iko? Jakira kanyumba. Go matuino. Go. Ilo kwenye Yesu gai ne puraba kana ne masoni. Alafu akira nyumba na wira wako. Kuna nyimbo zingine mnaimbanga mpaka nashindwa. Awili linomo. Unaambia Mungu jakira. Kama sasa Nancy akiosha vyombo. Jakira. Na unaosha vyombo kwa nyumba. Hata nyumba haujafagia. Jakira kanyumba. Atine koigoro. Keruru. Kiate keru ginyoka mwira haria gaka. Keruru ile kia mute wa mugoyo. Pako nampatia kakonda. Kumbe ulikuwa architecture. Na tengeneza dunia yako kwanza. Tengeneza hapa dunia hii. Itengeneze ikuwe mzuri. Kitabu, nasema kuna kitabu na kuna nini? Kuna vitabu. Unajua ni nini inaandikwa huko? Uikaraga korogosho na uikaraga mukuru kwa Ruben. It's not, sisemi kwa ubaya, lakini nisikilize tu. Unakaa mukuru kwa Ruben na unakaa Mathare kule chini. Alafu unataka kwenda kuishi Ruda kule juu. Nani? Hii kama ulifeli hapa duniani, no radhi kukuhepa mission kule iguru. No.
Choke raga ija kira kanyumba. Na huko nginya ndwakite kama maratathi. Kia muria. Kia guthukira. Nikarathire na mai. No ndirenda kanyumba ka kiruru-ini kia muti wa muoyo. Na alipatiana talanta, akapatiana 5, akapatiana 3, akapatiana ngapi? 2. Alafu akakuja akauliza, wewe nilikupatia zako ziko wapi? Unataka kuja totikoli ukiolia kiu. Hiyo ni Yesu alikuwa anaongea na parables. Tukienda siku hiyo ya kiyama, hatutaulizwa nilikupatia akili, ulitumia aje? Nilikupatia macho, ulitumia aje? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio utapata mikora mingi. Wakora wengi watakuwa biguni, nyinyi mtabaki hapa duniani. Kwa sababu wakora walitumia akili. Alikuchorea akakunyang'anya tu pesa. Mungu anataka mtu ako na akili. Kwa sababu alikupatia za nini au utumii? No, leke tu ranie tu. Alikupatia za nini? Ako haire akili yake. Wekaga tena sio. Teko ndora uru. Kama alikupatia akili wekaga tena sio. Maana ni talanta atauliza. Nilikupatia 5, si hasi yako. Sharutire wero uliko. Niguo, ni unataka tokorio kiria kiu? Ni unataka tokorio kiria kiu? Ukauga atia? No ikaraga matare. Ukamwira atia kwa da sitomeria kwa kanyumba ya maratathi. Rĩrĩa andũ makĩte nyũmba runda. Yule mtu ako runda alitoka gĩcagi ya kwenu. Wewe umetoka gĩcagi gani? Umetoka gĩcagi kĩrĩkũ? Sorai. Ũngĩthiĩ runda nĩ kũrĩ mũndũ wa Sorai. Na mwokire hĩndĩ mũno ko mware mbere ya ngekĩrathi. Wao gĩcagũra ũgĩthiĩ mũkuru kwa Rubeni, we agĩcagũra agĩthiĩ runda. Gũtirĩ kĩndũ kĩa gũire kuma na igũrũ atĩ runda nĩ kũgwa ya gũire ĩkĩgwa gwaku nja. Ũgĩkora we runda aca, it is the choice that you made. Matua marĩa watuire tie kondora ũru niĩ. Nĩgũkwĩra ndĩrakwĩra matua marĩa watuire nĩmo ũtũmĩkagĩra ũmũthĩ ũyũ. What you decided with your akili. Hivyo ndivyo akili zako. Maana yule hana akili 6, wewe ati wewe uko na 5, ako na the same akili. Ako na macho, hata wengine ni machongo huko. Wengine hata ni wanatembea na nini hivi. Hawana mguu, wengine hawana hati moja imekatika, wengine wamewekwa. You see, all those kind of things wako kuruda. Lakini wali choose kwenda huko. Na wewe umechoose kwenda wapi? Huko chini. Maana watu wengi ukiangalia hawa, huyu mama, wakile Nairobi ile. Wakile Nairobi ile. Orori. Mwako. Dilali kama ni tamia kamera 3. Nita miaka 30. Wewe mzee, wakile Nairobi ile. Wakile Nairobi ile. 68. 68. 1968. Waikaraga ko? Waikaraga ko? Kiambio. Kiambio. Gĩcagi. Gĩtagwo Kiambio. 1968 hata KICC ilikuwa imejengwa. Mashamba hii yote ilikuwa vacant. Hii yote ilikuwa vacant. Sasa hiyo hii barabara ndio ilikuwa hii. Jogoo Road ilikuwa inaitwa Donholm Road. Na kalikuwa ka barabara ka mguu. Kagari moja ya Musugu alikuwa inaitwa Donholm, ya kwenda kwake pale Donholm. Huyu mzee akiwa Nairobi. Sasa hiyo ile kitu ilikuwa inafaiko pale Kariakoo ilikuwa ndio inaitangwa Kariakoo. Maana kulikuwa na wakora. Kariwa nini? Kariakoo. Katatibu wa muthe. Gweta kwa Kariakoo. Wetiro Kariakoo niki? Niki mwana kwa Kariwa? Yeah. Kariakoo, beba bunduki yako, kuna wakora. Kariobagi, huko chini kuna mzungu alikuwa anakaa huko. Ilikuwa nini kari? Kulikuwa na mosquito nyingi sana. When you are going there, carry your sleeping bags. Ndio, ukienda huko Kikuyu kunaitwa Rodhegete. Rodhegete ilikuwa ya nini? It was Rosegate. Ni mama alikuwa na mzungu alikuwa anaitwa Rosegate. Ni kwa Rosegate. Mode mugeta ake. Rodhegete. It is what you choose. They came and gave you their names. That is why hata leo you don't have identity of your own land. Weta adadiro dhigete. Kana kalide.
Kalide ati iko Karen. Iko Karen. Kuna kugo. Ito Karen end. Niko meda ko henania. Unanielewa? Nunanyita. Nuno korarigwa no pastor, no pastor. Na digwete no kihonoko gyakwa ni 8%. Ndiri ahonoka fiyo. Gokinyokia okahora jerekeire amatuine ni ndirenda guthi matuine. Acha reke nyambe njikare kanyumba itarende haria acio nge maraikara nduda niho ndirenda guthi guikara Karen kana kuria kungi kwina acio mena cio ndirenda guthi guikara kundu kuriku. That is my how not to get in karwimbo kau gokinyokia okahora tituthire ihenya tiaje kwenda atende tuthire ate togoce acha gokinyokia okahora cherekeire no kahoha waigwe ne radio kahoho gachoka na thutha. So the prayerlessness, kutojua kuomba na kutoelewa unaombea nini. Ni vizuri sana kabla uanze maombi uelewe concept ya maombi yako. What are you praying for? And why and how? There is a formula. Na formula utaipata kwenye 2 Kings. Ni kitabu gani ya Solomon? Hapo kwenye Solomon anasema when God appeared to Solomon. Which book is that? 2 Kings. When God appeared to Solomon. Yeah? First Kings. Somebody help me here. I want to teach you how to pray. Ndio uelewe, muache hii sarakasi mingi. First King? Hebu tuwekee 1 Kings 3:4. You will understand. There is a formula of approaching God. You don't approach God as though he's your brother or your cousin. Kuna kitu kajia. Kuna jia lazima upembeleze Mungu. Lazima muongee na Mungu in a manner that he will appreciate you. Na aone you deserve what you want. Lakini sio kwenda kwa Mungu ni kama mlikosana na yeye. Ni kama nilika yako, ni kama ulikuwa mnamchibia choo. Sasa hajakulipa. Ulishakutana na watu wale wanachibaka choo venye wakose kuwalipa venye wanakuaga. Makwiraga okaga na theci agaikara hau nja. Mutumia wana ndo na theci. Okahurira muthena ni oreire Nairobi. Auga akue. Amutheni aregeire Nairobi. Mzee tuweke hiyo kitu tuone. Wakati mmoja Solomoni alikwenda kutoa tambiko huko Gibeoni, maana palikuwa ndipo mahali maarufu pa ibada. Kwa hivyo lazima utafute mahali maarufu pa ibada. A holy place. A clean place. Pale Gibeoni ndio alienda. Mahali maarufu. Condition number 1. You just don't go mahali popote. Ndio unaona Muislamu lazima abebe mkeka yake. Because mkeka ule ni nini? Ni sehemu maarufu ya ibada. Akifika kwenye barabara anaegeza gari lake kando, anatandika mkeka kisha anasujudu. Hello. Lakini wewe sasa, Rida. Alikwenda kutoa tambiko huko Gibeoni, maana palikuwa ndipo mahali maarufu pa ibada. Ilikuwa ni kawaida ya Solomoni kutoa maelfu ya sadaka za kuteketeza katika madhabahu hiyo. Ilikuwa ni kawaida. So it must be a place where you are used to be with your God. Hello. Sio leo huko Katoroni, mara kesho huko Geved Gate, mara unaenda kule kwingine, mara unateremka kule kwingine, mara unateremka. Hapana. Make it a habit, make it a place, a usual place. Wacha kuruka leo huko kwa Ezekieli, leo huko kwa Waroige, kesho utakuwa kwa Manani, kwa Manyuro. Siku hiyo nyingine nasikia kwa Moiro, siku hiyo nyingine kwa Nganga, siku hiyo nyingine unaenda kwa nani? Kwa nani? Kila mahali. Make that place a usual place for you. The frequencies ambayo unaendelea kuabudu mahali pamoja panabadilika, panafanyika madhabahu. Umenielewa? The more you insist. Unaona sasa hapa, kwa maana tumezoea kutoa sadaka zetu ndio ilifanya. Wakati tulijenga ilikuwa mbao na mkeka. Lakini tulipoendelea kutoa sadaka zetu na maombi yetu hapa, kabadilika ikakuwa madhabahu. Madhabahu ni sehemu ni kubadilishwa, inabadilishwa, inakuwa dhabahu, madhabahu ya kuabudia Mungu. The frequency
ile unaifanya kurudilia mahali pamoja, ndio inabadilisha sehemu inakuwa nini? Madhabahu. Sio siku moja unaenda kwa manyuru na inakuwa, ukienda kwa manyuru siku ya leo bado hiyo ni bao ameweka pale na hiyo ni kinyumba tu kiko huko, haujabadilisha hiyo nyumba ya manyuru ikuwe madhabahu yako, ndio uweze kupatanika na madhabahu yake. Haleluya! Lazima wewe mwenyewe ufanyike madhabahu ndio uweze kupatanika na nini? Na madhabahu, kwa sababu kuna wao wametolea dhabihu hapo. Kwa hivyo dhabihu yako ikitoa uilete hapa, imekubalika hapa kweli? Bado, kwa sababu hakuna chakula. Maana huyu na huyu na huyu na huyu, they have been here for 5 years wakitoa sadaka zao hapa, wakitoa sadaka zao. Kwa hivyo madhabahu haya yanakubalika, yamekukubali kama part of it. Kwa hivyo chakula ambacho kinatokana na hii madhabahu kitapatia wewe. Ukiitisha madhabahu ikupiganie, itakupigania. Ukiitisha madhabahu kitu kitakupatia, maana you are part of it. The sacrifices zile umetoa zimekudhibitisha, umedhibitika kwenye madhabahu hii. Sasa wewe umekuja kwa sababu umesikia Waruigi anavuma, na unakuja unatoa shilingi yako 200 hapa, na unaenda unasema ndirarutire igokona riratumire ndire ukurira maithori mathire wegirie no thio gakome, and nothing will happen because you are not part of this. Come kwanza ushikanishe mimi mwenyewe, tupatane na wewe ndio niachilie chakula. Yesu mwenyewe aliambia ule mama, si vizuri kukitoa chakula cha mtoto cha watoto wako ukakipatia mbwa. Na uroka hatu ukiotahia miracle nodi. Hakuna miracle utapata. Hatutakibia kwa Harrison Nganga akuabe na miracle. Hapana, lazima upatanike. Ndio that altar ifanye kazi kwako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo don't rush here na tupesa twako kudhiurie pesa yako tudhie mukawa Serena. Kula tupesa acha kunipatia 200 hapa ni kule bure. Tumaga jekera kadhutikega nawe no kuhinyerera kora hinyereka ndio ndo walimu waku. Neguo Rona dina tukotwega. Dina kokega na karato kega. One mundu aigereire mbeca ciake haha. Itari gitumi. Akigera itari gitumi ni na ninge humba kegera Ngai akenjira wewe cio thio kare. Nikigogo gutumire. Lazima sharia uiguithanio na kigogona na maguta macio madungateyo, sharia uiguithanio nigetha kiria ndungata akuite akurekererie na kirekagererio thutha wa kuiguithania nigetha mukorwo ikindu kimwe. Kigongona kiria umite kwa rogi, for example, na ndiakiuga murogi ndugathi kunjia kuga ndirakwitaga murogi, reke nguhuthire tondu nwikarire ha mbere bako ndukwenda kuhuthirwo kau ko nyuma. Adorete na adari warigo wajori yake ndire na uru nawe hata billboard keide mwire mahoya mai. You see now, huyu amekaa hapa na si wa hii sehemu hii ya madhabahu. Yule ako hapo nyuma huyu na nipati ya hapa. Chakula kitaruka kutoka hapa kitaenda kwa yule. Huyu ataishi kukaukiwa. Atafanya nini? Ataishi kukaukiwa, maana hana connection, hana intimate. There is no intimate for you to be able to eat that food, because hii wakati wewe ulikuja ukajiandikisha kwenye hii madhabahu, you are recorded. Madhabahu inakujua na inakujua kwa jina. Ni mama mgani hapa alituambia alienda kwa wangwana wakanena. Mwanzo aliambiwa aweke akae chini, atoe nguo zake, awe uchi, ni kumpatanisha na nini? Na madhabahu. Mimi wakati nilienda kwa yule mama anaitwa Kanini, nilitoa nguo zangu zote, nikaambiwa nikae uchi. Kisha kulikuwa kwenye giza, kisha kwa ghafla kukakuwa na mwangaza, nikaambiwa niweke pesa zangu kwenye nyungu ilikuwa hapo. Kisha nikasikia, nikaambiwa wangwana wanataka kuongea na wewe. Sauti ikatoka mahali hapa juu. Kwanza wakaniambia hiyo sadaka yangu haitoshi, 300,000. Nikaambiwa nirudi niende niongezee sadaka ya 200,000. Bwana asifiwe sana. Na wale ambao waliongea ni wangwana,
si mtu ambaye naona. Kwa hivyo walikubali kuongea na mimi. Kwa nini? Kwa sababu nilitoa nguo nikakuwa uchi, kisha nikakalia kiti chao na nikaekelea sadaka yangu hapo, nikaiweka kwenye chungu kile. Kutoka hapo wangwana wakaniambia sijatosha, madhabahu imenikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu imefanya nini? Imenikataa, nenda niongeze. Maana kile kitu nilikuwa nataka kifanyike kwa maisha yangu kilikuwa ni cha dhamana kubwa. Kwa hivyo walihitaji sadaka kubwa ndio hicho kitu kifanyike. Nilipoenda kuchukua mkono, wagwanda wakaongea kutoka kwa chungu, kaniambia wewe mjinga, ndoa mkono wako hapo. Nikaondoa. Kwa hivyo nikumaanisha hiyo, nikafanya nini? Kisha nikaambiwa kwa sababu ya tabia za upotovu ukuje na sadaka hiyo imepotea. Wangwana wameichukua na ikapotea hivyo. Nikaenda sasa nitengeneze sadaka nyingine nikuje nayo. Hivyo ndivyo hata madhabahu ya Mungu inafanyika. Utakuja utaekelea sadaka yako na iwe sadaka hiyo haitoshi, maana hauna mahusiano yoyote. Kwa hivyo sadaka ile itapotelea. Ndio kwa maana umetoka kanisa moja umeenda nyingine. Ndio naonanga Wamasai waliisha, wale wanaitangwa nomadic. Wakristo wakachukua hiyo nafasi, moving from one church to another church in pursuit of miracles. Masai walikuwa wanatafuta ng'ombe, mbuzi, nyasi ya ng'ombe, pasture, greener pasture. Now you are looking for miracles from one church to another church, and that is why you have become miserable. Kuna kimama kingine niliona kilikuwa kinaambia ati Harrison ati alipeleka pesa yake yote kwa Harrison. Hiyo mama namjua. Alipeleka pesa kwa Desi ikakuliwa. Sasa akaenda kwa Harrison, akabadilisha Harrison ya kuwe mugaga, amuitishie pesa kwa Desi. Sasa tule tupesa tudogo tulikuwa tumebaki, akamwaga na tubahaza kanono, anamwaga huko, anamwaga. Sasa ameconvert Harrison akuwe mugaga, amuitishie instant. Sasa pesa, kwa sababu hajajipatanisha na madhabahu, ameenda kwa madhabahu yale kama akiyachukulia ya kiuganga. The reason ama venye umekuja kwangu will determine whether you are going to be successful or not. Woka koleni take bakoro woka nige kuringira kiama woka tani deta de mundu mugo toro ndurenda kumenya Ngai wako urenda ringe kiama jigio kiugo kimwe mwana waku ahone jigio kiugo kimwe pace etagwate pacemaker ukire guko nundu wa pacemaker woka guku guhe mbeca cia dawa woka guku guhe mbeca cia kuria niguo kana ni maheni wena pacemaker wena mbeca cia dawa no wende guhe nicio citumire guke niguo ugaye kana acha yes wakondo ina mbeca cia dawa ri wena mbeca cia kuria urenda guhe onacio niguo siumeona ndanoka gwetha Ngai okire gucaria mbeca cia dawa na cia kuria. Urajiguire ko mworoto nikuguteithia nikukuhe mbeca cia dawa ona cia kuria. Dawa ni mbeca cigana? Uthagira 13,000 o mweri. Riu ubangire 13,000 ajoreire 10,000 niye nigukuhe 5,000. Ngocokĩa ngatho. Thank you. Ngukuhe 5,000. No wambe uke wikare thi. Nigukuhe umuthi ukagure dawa. No wikare thi umathe Ngai. Umenye haria muranĩirwo na Ngai. Ngurie ri kuhingo wathiomaga. Asa. Kuhingo wari muhoi. Pio. Wari intercessor. Nwahoyagira andu. Asa. Wahoyaga ki? Wahoyaga niki? Andu makwa magi. Nwagwetaga ciana ciaku mahoya-ini maku? Nwagwetaga family yaku mahoya-ini maku? Icio asa. Eti andu? Na ni yetu ndirakuria. Hakiri ciake cirio ki? 13 ne. Nanyita.
icio nicio cimutongoririe guku ti best ti Ngai no tukumuteithia no kire ndenda umbe umenye ume haha uthio kamenye Ngai umathe Ngai umenye haria mwahitanirie na Ngai manyita tondu wi mundu wa Ngai wi ndungata ya Ngai no ni muraniro na Ngai nake Ngai agikweherera uyu riu ndingihoera thaa ici ndingimuhoera tondu wa mbere ndokite guku mahoya okite ki niguo roda niguo kuri tikwenda gwakwa njira ya kwaria uria kuri nigetha uthame uthii kanitha iria njega kejikare na mahuru mako ariega ri muthie kuu kungi to no nginya ngwire ma nigetha nguonie ati matha Ngai tondu Ngai niwe guturitie muoyo ona ngoro yo wikiritwo pesi ti ndagitari ucio guturitie tikenda mukauga guturitie ni Ngai nwanyita Ngai ucio umumathe Ngai ucio urikire thiini wake umumathe biu umwende uikare gatagati-ini gake wone kiama kiria gukuringira ndukanywa dawa icio ringi mwathani agoshwo so Elijah aliendelea kuomba kumbuka angalia mpaka Elijah wakati alisimamisha mvua na mdomo mmoja tu akasimamisha mvua ikasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alisema miaka mitatu. Wakati wa miaka mitatu ilipoisha akaenda sasa kuactivate mvua ikuje. Aliomba mara ngapi? Aliomba mara 7. He was prayerful. Anaomba anatuma kijana tadiorigwe kaane kuraura. Anawaambia bado. Kwa hivyo hata ukikuja hapa ukose kupata miracle, kwenda tena rudi. Bwana asifiwe sana. Gaiti comedian. Mungu si comedian. Elijah akaomba tena mara ya pili akaambia watu tadhikirie kaane kuraura. Kasikia otire buda. Tena akarudi kwa maombi. Akaomba sasa hatujaambiwa ama alikuwa anaenda fasting ya miaka ngapi ama ya siku ngapi. Tena wakaenda wakaomba, akaomba, akatumana aende usikilize, akaenda. Hakuna mvua. Aliomba mara 7. Na wale ndaguka aliokigo kimwe ndegata ya Ngai. We niwe urahũthĩra kahinda gaka ndegata ya Ngai aliokigo kimwe. Kiri urogoterwo ko kigo kiu kimwe. Eko ikone kio iro ni mundu ukinyete mbere. Tafuta Mungu. Sharia Ngai. Tumutafute Mungu, tunyenyekee. Tumutafute. Let us go deeper. Get into him. Abide in him. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't come for that immediate solution. There are no immediate solutions. Hakuna. Solutions are in abiding in the word of God. Abiding in God himself. Number 2. Hebu tupatie kitabu cha Wafilipi. Philippians 4:13. Masaa imeenda sana. Nadie daje kuhujia. Tumepata Philippians 4:13. Inasema naweza kuikabili kila hali kwani Kristo hunipa nguvu. Naye Kristo anakuja kwako aje. I can do all things through Christ who strengthens. How does he strengthen you? He strengthens you by the word of prayer, by being able to connect to him, by being able to become part, because I have abided in him. Nimeshikamana, nimeingia na pamoja. That is why I'm able to do all things through what? Christ who strengthens me. Nasikia nimeongea na Kisugu lakini sasa nyinyi mmetafsiri haraka haraka na Kisugu maana nyinyi ni wasugu wazuri. So, number 2, disobedience. Tutaangalia hizo pili peke yake. Ni nyingi, ziko 8. These causes ambazo zinafanya upole. Tuangalie disobedience, alafu John tuendelee John ama John tufanye mafundisho yetu. Tufanye mafundisho yetu. Wednesday tutafanya hii disobedience hii ingine. Alafu ningemuomba kila nini? Lunch hour. Wale mko Nairobi, Koki, Nancy, Margaret kutoka Tuesday. If you're a member of this church and you are working within the city, lunch hour ni compulsory.
Lunch hour ni nini? Ni compulsory from Tuesday to Friday. Ndio niwafundishe, nipate wakati mzuri wa kuwafundisha. Na mwambie watu niko hapa from Monday to Sunday. Niko hapa. Watu wa Miracle Seekers. Okai, mami. Wewe mwani ukinyire? Haya, egoko. Ohoro wa mushi. Adoniega. Good. Nuko no reta kalete ri. Nĩ Ngai. Yes, nĩgua wĩ thĩinĩ wa Ngai nĩ ũrahota kũmenya nĩ Ngai. Obedience. What kind of obedience am I speaking about here? Tunazungumzia obedience gani? When you are asked but fail to do. That one does not disqualify you from being a Christian. You are still a Christian. Lakini nimekuambia tu jambo kidogo tu ufanye, but you fail to do it. That is what we call disobedience. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uko hapa tunakwambia kaa hivi, ama unakuwa tu wewe hautaki kusikia, unataka kusikia yako, unataka kufanya yako. Why? It is because you are defying the authority that you are sitting under. Whenever you defy the authority, ukaregana na maguta, ukaraga guikara rungu rwa maguta na gwathikira maguta macio, then it means what? You have defied. You have become disobedient. Na ukikaa disobedient, inakuondoa, inakufanya moyo wako unakuwa mgumu, na moyo ambao hautumiki vizuri, moyo ambaye hauna manufaa, moyo ambayo hauwezi ukaendelea. You can never succeed. Maana when you disobey the authority of God, then it means you are not with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ginyana wa dhioma. Haya. Ekireri au dewa shake taya chapa. Mostly leaders and the most people ambao wana hii spirit, these frontliners. Unaona hawa viongozi hawa wanakaa hapa. Hawa wote wa viongozi wa kanisa wengi, 90% ama 100% of them ndio wako na spirit ya disobedience. Maana wamedevelop the spirit of familiarization. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona hata nitaweza kuombea watu pale unawapone, watu wapate baraka zao, watu wafunguliwe, lakini utakuta hawa wa hapa mbele ambao wanakaaga hapa mbele, wao mioyo yao ni migumu kuliko ya Farao. Kwa nini? Walinishazisoea. Bwana Yesu asifiwe sana. They are used to me. Hawaoni chochote kizuri, maana walikunywa maji yangu na wakazoea. So I'm just a nobody to them. Meaning what will happen? Because you have seen me as a nobody to you, in me as I'm grieved, na nitakamata anga yako. Watu wengi viongozi wa kanisa wamekamatiwa anga na nani? Na mkubwa wao. Maana umenizoea, nimekuambia fanya hii, nimekwambia twende hapa, hutaki. Nimekwambia nendeni mkafanye kile jambo, hautaki. Wewe tukikaa na wewe kidogo, what you will do, ile kitu unaweza kunifanyia ni kunijibu. Na unaniambia maneno, either you choose either to write me a letter, to write me an SMS, or to just do anything. Unaenda unachukua huyu na huyu, mnaenda mnakaa kwa group pale, mnaanza kudiscuss whatever I said. Whether hiyo kitu kweli mnaona, unaona hata wewe. Unaona hata wewe. Nyorona dosio toge hotekeka huko. Sasa nikikwambia ni Mungu ameniambia, amesema watu wote Jumapili mkuje mkikaa hivi. Mungu ameniambia. So because I'm not releasing anything from me, I'm using God. God has given me this instruction. But now Sunday ikikuja, kabla ya Sunday, Wednesday mmeweka mkutano pale, mnaenda kudiscuss what God said, whether you are going to implement it or not. That is what we call the spirit of disobedience. You are still Christians, bado mumeokoka. That is why mnakuja kudiscuss. Hii apostle venye alisema aje? Alisema hii mkeka, tununue hii mkeka yote. Sasa mnaanza kudiscuss venye itakuwa uchafu. Kwani Mungu akisema hakuwa anajua kuna uchafu? Hiyo ndio inatoka spirit of that. When you have the spirit of disobedience over the man of God or the authority that you are under, what happens to you? Naye Mungu ananyonga, anakasa mifereji ambayo ingepitia kwako, anaondoa. Maana you are not a vessel for the success of endowment of the body of Christ. You are not a good vessel. Wewe si mfereji mzuri wa kutumika. Wewe si mfereji mzuri. Maana ndio unakuta kwa kutoka hapo unakuta viongozi wengi wa kanisa wamekaukiwa sana. Viongozi wengi. Na viongozi wengi wa kanisa ndio wana masengenyo, ndio wana mazungumzo mengi. Na viongozi wengi wa kanisa they have an ile audacity
ya kumjibu mtumishi wa Mungu venye wanataka. Na hivyo unanijibu na mimi hivyo ndivyo namwambia Mungu, uliniambia nimwambie. Sasa amenikasirikia because hata mimi nauliza Mungu, uko dometeka rumu, uko dometeka shinuro. Hello. Yes, na yeye ataniuliza kawashinuro. No, nikoki. Okay. Mimi nimekustaki because when I am doing that, I present my case to the court of heaven. Nikienda niambie Mungu venye umenifanya ama venye umefanya, si ati ni I'm just doing it. Si ati ni kukasirika nimekasirika. I have presented my case to who? To the court of heaven. From there, I won't. Mimi siwezi nikakuambia ukufe, siwezi nikakuambia uanguke, siwezi nikakuambia ufanye nini. What when I display, I take my grievances to the court of heaven. I ask God, do your discretion. Ekoria uona kwagereire. Na riu angiona ni ndarakara muno, egwika kuringana na marakara marade ndinamo. Mwathani awasho. Baada murakaru pio karakara ni ule waje kania kiodo kile waje kania. Then God will release the more power and equivalent annoyance to you. Atakuangushia more especially kwa sababu mimi ni Dugata. Na more especially kuna watu milioni kama 10 amewekea kwa mikono yangu ambao watakuja kwangu. Na wewe ile kitu umeanza kufanya ni kuanza kuniweka vidonda vya heart what? Vidonda vya tumbo. H pylori. Si H pylori ndio? Si ni H pylori? Ulcers ni H pylori. Ulcers ni H pylori. H pylori is a quoted name kukula pesa yako. H pylori ni hiyo vidonda hiyo, gas mingi. Ile pesa ile ya ulcers ndio hii. Lakini sasa kwa sababu wanataka kukula pesa yako mzuri, unaambiwa utakunywa hizi madawa kutoka hizi mpaka hizi. Nilikuta mtoto wangu wa boy amekula hizo madawa ati amepewa ni H pylori. Nikashika nikamwambia peleka kwa choo. Panga diet yako vizuri. Na uanze kukula, wacha maombi mingi. Kalikuwa kwa maombi. Kaambia tigana mahoya maya nawe. Ngai yako igwire ajia kuria wega na ukaria wega no kabalance to irizo aku kanywa to maye ukanywa keo ugo siku bitatu akapona. Juzi hapa si wamepatia Jeroge wangu madawa ya H pylori. Karo alikuja akapimwa akasemekana hana H pylori. Kumbe ni madawa walikuwa nataka akunywe wapate pesa. They don't care. Na hiyo madawa ukiweka tumbo inaenda na choma zaidi. Bwana asifiwe sana. So do not. Or disobedience causes you to stagnate. Disobedience causes you to be limited. Because I will cause your limitation. Mimi hapa unaona. I will cause your stagnation. Because I will prosecute you. Nitakupeleka mahakama ya mbinguni. Na ukipelekwa mahakama ya mbinguni utaachiliwa na bodi. Na utaambiwa usitoke hapa mpaka hapa. Na usiende hapa na hapa. Hivyo ndivyo sheria za mbinguni zinasema. Unakuwa unakamatwa, unakaa hapo. Hiyo kesi tutafanya na wewe miaka ngapi? Miaka 6. Stagnated. Mimi naendelea na kazi ya Mungu. Mimi munifanye madharau, muongee vibaya, munisekenya, museme nini, mutoke kwa kanisa muende, haijawahi punguka. Na sijawahi kukosa kulala because I know where I take my case. Ninaenda naambia Mungu, tarangania ule mae kama dharau. Detu wajeria demekeo. Detu wajeria. Chukua mfano wa Jehoshaphat. Jehoshaphat wakati aliambiwa wa Moabi na wa Meleku na wa Hiti wanakuja kuwapiga. Yeye alienda kwa Mungu, akapresent kesi yake, akauliza Mungu, si wewe ndio ulikuwa, wewe ni rafiki ya Abraham, si wewe ndio ulituambia tusipige hawa watu, si wewe ndio ulituambia hii tusifanye, si wewe ndio ulituambia tusifanye. Akalia sasa wamekuja kutufanya makile ile kitu. He was basically prosecuting his case. Ategire tu wagiririe to hore andu aya na nitungeheririe. Because Jehoshaphat alikuwa anataka literally kuambia Mungu, tulikuwa na nguvu kupiga hawa watu, lakini ukatuambia tutikabahore. Uone ule moka gutwika. Na Mungu alisikia. Mungu alisababisha wao wenyewe wa Moabi, wa Hiti, wa Meleku wote wakapigana, wakauana, wakaisha. Jehoshaphat aliambia nendeni sasa mkachukue mali huko. Mkachukue Gorodi. Walichukua siku 3, wakaokota mpaka wakashindwa wakaziacha huko. Why? When a case is prosecuted in heaven, if I prosecute your case in heaven right now,
I'm telling you my brother, my sister, you will really suffer. Utaumia. And that's the top secret. Na ndio naona wachungaji wengi wamemaliza watu wao kondoo. Mwitako kondoo. Wamemaliza kondoo. Maana ulikuwa na gifti mzuri sana. Wakati nilikupatia platform hapa ukuje uhubiri, ukaachilia hiyo gift, ukajiona sasa umeweza. Kutoka hapo hautaki kunisikiliza tena. What I will do, I will prosecute my case. Wewe ndio uliniambia nimpatie microphone baba. Si wewe ndio uliniambia nimuinue. Si wewe ndio ulimwambia nimpatie cheo. Si wewe ndio uliniambia hivi. Sasa angalia, amekuja, amekojolea madhabahu yako. Hivyo tu, that is enough. Mimi nimeondoka. Kumbani na hao modo la shagala lete. Unaanza kuona ameanza kufanya nini? Ameenda hivyo. Sasa unaona umefanya mchungaji wako amekuwa mchawi kwako. Because when I prosecute your case in heaven, automatically nimekuwa mchawi kwako. Many people are suffering in the hands of pastors, bishops, apostles like me. Many people murasafa ni undu wa ndungata iria mwekire matharau. Ni undu wa kaundu kanini, ni undu wa kuhota kugari na katarabasha. Kanisa, Bwana anasema mutubu. Rimashenderererebo sayara mashe. Bwana anasema anaenda kubali hiyo tu ya kujua kutafsiri. Basi unaanza kutembea ni kama huko na kuguni kwa jegeke. Naraiguire mwathani aradumira. Ukuma riu umenyage taithine ni urerehagira. Nimaigwa. Mnaye sadaka mrerehayo wako. Mpaka sasa unaanza kutengeneza kaushirika kwako kwa nyumba kwa sababu ulitabiri. Sasa nikiwa huko nasikia kanisa imepasuliwa. Kanisa itapasuliwa ndio, lakini na mimi nitapresent my case. Na nikipresent my case, I'm telling you my dear sweethearts, my darlings, my babies. Nimesema kutoka leo niweke plural kwa sababu uzuri matdh wote wametoka. Wewe umebaki peke yake. Tusimame tu kwa miguu yetu. God is good. And all the time. God is good. And he is nature. Sasa ingieni kwa mfuko kwa sababu mnajua God is good. Muleta kitu kinono. Wanasema nga shake together. Blessed together. And running over. Yeah, hebu rudi hapo nyuma ya kwanza. It shall be given unto you. What you do what? Kile kikapu ulitumia kupima. Hicho ndicho utapimiwa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame tu kwa miguu yetu. Simameni. Weka pesa mingi mami. Ekera nyingi na utaborokie noti yako. Wekera cia kuigana. Mami, wekera nyingi. Wataenda kusema mundu ucio eraga ndoki ja wekere nyingi. Ni ndigocoka guthie kou. Haleluya. Wangapi nasikia wamefurahi? Kuna kitu umesikia kipya ambayo ulikuwa hujasikia. I want to always learn kitu kipya. Siku ya miracle tutaanza kufanya miracle. Lakini I want you to learn. I want you to be different. By the time tukae, by the time tusukume maisha hii, Mungu huyu atatusaidia. Tasimama kwa neno lako. Haya, twende. Tasimama na neno la Mungu. Nakubaliana na neno lako. Yes, fungua kinywa chako kukubaliana na neno hilo la Mungu. Umwambie this is what I want to be. I want to be obedient to the word. I want to be obedient to you, God. I want to observe your direction. I want to be like you. Yes. Wewe ni sadaka zetu wapi? Nakubaliana na neno lako. Nakubaliana
Inua mikono yako juu. Baba, nakushukuru. Wewe ni Mungu na uliumba mbingu na dunia kwa kinywa chako. Uliumba mchana na usiku kwa kinywa chako. Uliumba wanyama wote, miti, milima, mabonde zote kupitia kwa kinywa chako. Ulisema neno moja tu na likaumbika. Hilo neno ambalo ulisema wakati huo, ninanena tu, ukanene neno moja juu ya sadaka hii ambayo imetolewa. Kuna fungu za 10 zimetolewa hapa, ukanene neno kwa maisha ya binadamu huyo. Ukanene maneno kwa maisha yao, kwa huduma zao, kwa kazi zao, za afya zao na mipango yao yote. Just one word mention tu. Bariki. Bariki tu. Bariki mifuko yao, bariki mikono yao, bariki miguu yao, wafungulie njia zao zote. Kule zilikuwa zimefungwa, ninazifungulisha katika jina la Yesu Kristo. Kule walipelekwa kwa waganga na kwa wachawi, ninawang'oa katika jina la Yesu Kristo. Kule walilaaniwa na wakasemekana hawatafaulu, kutoka sasa watafaulu katika jina la Yesu Kristo. Kule waliambiwa kwamba hawajui, kutoka leo wamejua. Kule waliambiwa kwamba hawatapona, kutoka leo wamepona. In the mighty name of Jesus Christ, I release the spirit of healing upon you. Healing in your business, healing in your body, healing in your children, healing in whatever that is happening in your life. God, may you rescue your children. May you bless your children. May you lift up your children. God, we thank you for those people that are facing challenges that I know from today you will not touch their hearts. Kuna watu wamekuja hapa wakiwa na magonjwa kila aina. Wengine wako na ukimwi, wengine wako na kansa, wengine wako na maradhi ya moyo, wengine wako na maradhi aina mbalimbali. Ninajua una uwezo wa kuponya. Ulimfufua Lazaro, alikuwa amekufa siku 4. Pia ninajua utaweza kufufua moyo wa huyu mtu. Utaweza kufufua biashara ya huyu mtu. Utaweza kufufua maisha ya huyu mtu. Watoto wake watabarikiwa. Kuna wengine watoto wao wamekuwa watu wa kunywa madawa ya kulevya, wamepotea. Others are in gayism, others are in lesbianism. Wengine wako katika hali mbaya potofu, wengine wameingia kwenye anasa, wengine wameingia kwenye Illuminati, wengine wanaabudu shetani. Wote hao kutoka sasa ninainua sadaka hii kama vile Jehoshaphat aliinua sadaka mbele yako, kama vile Solomon aliinua sadaka mbele yako, kama vile utukufu wako Baba ulijidhihirisha katika maisha ya binadamu. Hivi Baba, natangaza ya kwamba sadaka hii iwe ni sadaka ya kuteketezwa, iwe tu si sadaka ya kawaida,
iwe tu si sadaka ya hivi hivi tu, bali ni sadaka ya ukombozi. It is a sadaka, sacrifice to liberate our children, sacrifice to liberate our families, sacrifice to liberate our generations, sacrifice to liberate our church, sacrifice to liberate our communities, our health, our systems. Father, wakati ulimwambia Solomon aende kwenye mlima na akatoa dhabihu mahali ambako palikuwa pasafi kwa ajili ya kazi hiyo, hivyo hivyo alipoenda kulala ulimwambia niambie unataka nini. Hawa watoto wako leo wameinua dhabihu hii Jehova. Kutana nao kwenye ndoto zao, kutana nao kwenye visions zao, kutana nao kwenye mipango yao. Wasaidie, wabariki, wabadilishie maisha yao, wainue tena katika viwango tofauti. Wengine wako na kesi kotini, wengine wako na kesi za shamba, wengine wako na kesi za magari, wengine wako na kesi aina tofauti. Kutoka leo ninatangaza ushindi, ushindi. Kutoka kesho Jumatatu waliokuwa na kesi, Mungu anasema ameicancel hiyo kesi. Kutoka siku ya Jumatatu kuna watu ambao wamekuwa wakipitia hali ngumu ya magonjwa ambao hawaelewi. Either ni diabetes, kidney failures, heart failures na aina mbalimbali ya uchungu. Mungu ameniambia kutoka sasa hivi, He has cancelled tatizo hilo. Instead, wale ambao figo zao zilikuwa zimeanza kufail, amezirekebisha, ameweka mpya. Wale ambao hati zao zilikuwa zimeanza kufail, God has put a new heart in you. Wale ambao biashara zilikuwa zimeanza kufail, God has injected a new lease in your business, that today henceforth you will win every battle, you will conquer every move. You will succeed where many have not succeeded. You will win where many have failed. You will be in positions where many people have not been able to. You will be in places where people have failed to be. You will be in a holy place where Solomon used to give his sacrifices. That is where God will praise you for the sacrifices. Dhabihu zako kutoka leo zimekubalika. Dhabihu zako kutoka leo zimekubalika. You are a holy people. You are a holy people. In the mighty name of Jesus Christ. Any sacrifice you gave, whatever and how it looks like, don't look at it, because God has said, amekubali dhabihu. Hii ambayo ni sadaka ya kuteketeza, ataongea na wewe. When Isaac gave a sacrifice, God appeared to him. When Abraham gave sacrifice, God appeared to him. When Solomon gave a sacrifice, God appeared to him. When Gideon gave a sacrifice, God appeared to him. May this God appear to you now. May this God appear to you now. I'm not hearing amen. May this God appear to you now. I'm not hearing a good amen. May this God appear to you now. Amen. May this God appear to you now. Amen. May this God appear to you now. Amen. May He appear to your family. Amen. May He appear to your business. Amen. May He appear to your health. Amen. May He appear to your finances. Amen. May He appear to your health. Amen. May He appear to your health. Amen. May He appear to your health. Amen. 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 In Jesus' mighty name. Amen. Every aspect of limitation, yes, that was sent to you by the nature of the place you came from, Yes. or the nature of the family you came from, Yes. or the nature of where you used to work, Yes. from now, Yes. I decree and declare Yes. that whatever kind of limitation Yes. or stagnation Yes. that is upon your head, Yes. because of your originality, Yes. I disconnect you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. I disconnect you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. I disconnect you from in the mighty name of Jesus Christ. Amen. I disconnect you. Answer connector. Disconnect now. Disconnect now. Kata 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 kata. Hiyo ni connection. Vunja hiyo connection. Vunja hiyo za connection. Vunja in the mighty name of Jesus Christ.
There are people in your family ambao walikuangalia na jicho mbaya, ambao kutoka siku uliwapatia pesa, pesa yako ilipotea. Kutoka siku mlikula na wao pamoja, maisha yako yalianza kuanguka. Kutoka siku mlikuwa pamoja na wao, mlikutana kwenye mazishi, kwenye ndoa, kwenye harusi fulani, kwenye sherehe fulani, kutoka siku hiyo your life has never been the same again. I declare and decree by the power and the authority given to me, by the Holy Spirit and Jesus himself, from today, whatever they might have said against you, whatever they might say against you, may it be your mother, may it be your father, may it be your grandfather, grandmother, may it be your brother, your sister, your cousins, may it be your neighbor, may it be your teacher, may it be the people in your authority. From now, I disconnect you. Ninakatakata. Ninakutenganisha. Ninakutenganisha na mipango ya shetani. Na mipango ya shetani. Kuna mtu alikupatia pesa na kutoka siku hiyo pesa imekuandama. From today, hiyo pesa nguvu zake ninazikatakata. Ninazikatakata. Ninazivunja. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Kuna watu walikusalimia tu. Alikusalimia na mkono tu. Kumbe alikuwa ameweka kitu kwa mikono yake. Na kutoka siku hiyo maisha yako imeinama. Kutoka leo, as Jesus lives, as my God lives, anything that was connected to you through the handshake, in the mighty name of Jesus Christ, I decree and I declare that it is null and void. Kutoka leo, uchawi wa mikono ulioletwa kwako, ninaukatakata, ninauondoa, ninauvunja. Laana za familia, laana za kukaa, laana za shosho, huyu mama aliyekusalimia, kutoka leo ninafuta. Hata kufuta kwenye mikono yako, futa mikono yako, futa mikono yako, futa chochote walikuweka. Salamu hizo zilikuwa za unafiki. Futa sasa, futa sasa, futa sasa, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Inua mikono yako tu juu. Father, I repent on behalf of your children. I surrender to you, God. I know we have fornicated. I know we have been immoral. I know we have robbed. We have been doing nasty things, even at this altar. That is why I'm lifting my hand on behalf of your children, on behalf of these people that you've given unto me. Some of us have been involved in witchcraft. Some of us have been involved in many things that are not good to you. I surrender to you now. I surrender to you, Father, that you may cleanse us with the blood of Jesus. 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 Sprinkle yourself with the blood of Jesus. Sprinkle yourself with the blood of Jesus. Say my Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus over my life, blood of Jesus, blood of Jesus over your life, over your business, over your tongue, over your ears, over your eyes. You have fornicated. You have done many things. You have been into prostitution. You have been into wizi, udanganyifu, many things around your life. You've been into witchcraft ya mdomo, ya maombi. Kutoka leo na ijitakaza. Jimwagilie damu ya Yesu Kristo. Jimwagilie kutoka kwa kichwa kuteremka, kutoka kwa kichwa kuteremka. Jitakaze with the Holy Ghost fire. 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 Now we are clean. Let us invite the Holy Spirit now to take control. Father, in the mighty name of Jesus Christ, you are a holy God. You are our Father. You are our master healer. Jehovah Adonai. Jehovah El Shaddai. You are the King. You are the King. I invite now your Holy Spirit
to take control, to take over your children. Now take over. Speak to your children. Cleanse them. Touch them. Reveal the deep things in secret them. Fill them with the Holy Spirit now. Fill them with your power. Fill them. Wajazwe na Roho. Anza kujazwa na Roho sasa. Jazwa na Roho sasa. Jazwa na Roho sasa. Umbika tena upya. Tengenezeka upya. Biashara yako inajazwa na Roho. Familia yako inajazwa na Roho. Watoto wako wanajazwa na Roho. Mume wako anajazwa na Roho. Mke wako anajazwa na Roho. Ile magonjwa ilikuwa kwa mwili yako inaondolewa sasa. The Holy Spirit is on you. The Holy Spirit is on you. He is on you. In the mighty name of Jesus. 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 Receive. Receive. Receive the anointing of God. Receive. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Pokea Roho wa Mungu. Pokea Holy Spirit. Pokea mambo wa Mungu. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive now. Receive now. Receive the power, the heavenly authority, the heavenly grace of God. Receive it now. Receive it now. Receive it now. In the mighty name of Jesus Christ. Receive it now. In the mighty name of Jesus Christ. I want us to come back. After now it's 2, ending to 2:30. I want us to be here at 3:30 for the deliverance. We'll go straight to the deliverance. So worship team, you'll be ready for that. And everybody, pumuzikeni kidogo, then we do it. Because I will not want to shikanishe tuende mpaka saa hiyo. Let us do how we normally do. Watu wa deliverance tubaki, watu wa class tubaki. Ndio watu wa kwenda nyumbani, na mwasihi tu msiende leo. Ndio tufanye hii kazi mzuri. Maana nasikia uwepo mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. And I will want to touch every one of you. I will want to release something that God has put into me to you. Ndio mweze kubarikiwa. Ndio maisha yenu pia ibadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. But for now, may the grace of God, may the grace, amen. Surely